Hii ni sehemu ya 9 msikilizaji, simulizi Kijakazi Amaila. Kwenye sehemu ya 8 tulikuwa tumeshia pale ambapo Amaila alikuwa amepoteza fahamu, akampeleka hospitali. Ilikuwa ni baada ya show ya kibabe ilikuwa imepigwa na Ismail kule chumbani. Lakini baadaye wakawa wanataka kumuuliza Ismail ilikuwaje kwaje. Juma akasema muache kwanza hapo alipo mwenyewe hata hayuko nomo. Juma alikuwa amemtetea ndugu yake akitaka acho. Ismail hakuwa sawa kabisa. Alijikaza tu kwa sababu ni mtoto wa kiume. Walifika hospitali na Amaila akawa amewekewa mashine ile kubwa ambayo ingeweza kupima kila kitu. Atakuwa sawa, kila kitu kinaanza kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Baada ya daktari kusema hivyo, Ismail akadondoka chini akazimia. Ismail alitaka mama yake kwa kumkimbilia mwanae. Nilijua tu pressure yake lazima ishuke. Anakapenda sana katoto bala. Alisema daktari na kutaka Ismail abebwe na kulazwa kwenye kitanda cha pembeni. Atakuwa sawa mwanangu, alihoji mama Ismail. Atakuwa sawa, leta sindano ya kupandisha pressure hapa. Daktari alikuwa amemwagiza nesi na nesi akawa amekimbia haraka kwenda kufuata sindano. Tulikuwa tumeishia hapo katika sehemu ya 8. Tupo katika sehemu ya 9. Mtunzi la Salma Rashid Ramadhani SRR. Director ni kutoka Simulizi Mix ndo ambaye nakusimulia. Tende pamoja kujua ni kilijili katika mwendelezo wa simulizi yetu, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa simulizi yetu. Hello, mambo Victor. Poa, unaweza kuja tuonane? Kwa leo hapana. Jamani, tangu lini ukaanza kunikatalia Victor? Muda umeenda Karen, alafu pia siwezi kuja, familia nzima tuko hospitalini. Hospitalini kuna nini? Amaila na bro Ismail wote wamelazwa. Ismail? Imekuaje? Wamepata ajali au? Bora hata ingekuwa ni ajali. Bora ingekuwa ni ajali, kwani wamepata na nini? Ni kama vile walikuwa na ugomvi baina yao. Kwa hiyo Amaila kapigwa balaye. Ndio tena kapigwa kitandani balabala kwa masaa 5 hadi pumzi kakata. Nini? Yaani kagongwa masaa 5. Pumzi zimekata na pressure imeshuka. Yaani Ismail amelala na huyo mtoto chumbani kwangu? Ni mtoto kwako ila ni mkeo huyo. Kwa hiyo mimi ndo ambaye sijawahi kuaga mtamu kiasi hicho hadi mtu akatumia zaidi ya masaa 2 kulala na mimi. Hebu niache Karen. Naongea vitu vya maana hapa, alafu watu wanapumulia oksijeni ndani. Wewe unafikiria tu tumbo tu kichwani mwako hapa. Victor alikata simu yake na Karen alipasua glasi yake iliyokuwa na juisi. Nini wewe? Yaani Ismail na Amaila wamelazwa hospitali kwa kulalana tu yani. Kulalana tu ndo nini? Akauliza mama Karen. Wamefanya mapenzi hadi pumzi imewakata mama. Yaani uelewe nini hapo sasa? What? Akauliza mama yake kwa kushanga. Hicho ndicho kilichotokea na sasa hivi wanapumulia oksijeni. Upande mwingine wa simulizi, Ismail atapumzika zaidi, nyene ndeni tumje kesho. Hata baki hata mmoja kati yenu tafadhali ndeni sasa. Alizungumza daktari akiondoa familia nzima ya kina Ismail pale hospitali. Basi ila kesho nitakuja asubuhi sana. Alizungumza mama Juma. Ndio. Asubuhi sana usijali. Alijibu daktari, na mama Juma alikuwa ameshikwa mkono na mumewe akitolewa pale. Shamimu aliacha simu yake makusudi pale ndani, na alipokuwa amefika nje alijipigisha kelele kidogo. Tangulieni jamani, nimeacha simu yangu odini. Fanya haraka na kusubiri hapa. Bora hata tu uende. Bora tu uende, wala msinisubirie na mishe zangu mimi. Shamimu alimjibu kaka yake hivyo Juma, na wakati huo babao na mama yake walikuwa ndani ya gari jingine na kukomesha safari wao. Utajua mwenyewe na uhuni wako, alijibu Juma na kupanda ndani ya gari akiwa na Victor, kisha wakaondoka zao. Binti, mbona umerudi? Nahisi nimesahau simu yangu daktari. Daktari alimsikitikia tu, kisha kama ameenda naye hadi ndani, na Shamimu alijifanya kama anatafuta simu yake. Hiyo hapo kitandani kwa Ismail. Kwa wapi daktari? Aliuliza Shamimu, na kumbe hapa. Aise, ni shukuru Mungu tu kwamba nimeikumbuka mapema. Alizungumza Shamimu na kukalia kitanda. Na umeipata pia mapema. Twende sasa. Wapi? Ni Shamimu, twende nje hapa, hatakiwi kulala mtu yote zaidi ya wagonjwa tu. Alijibu Dr. Hamisi. Kweli. Haya sawa, lakini nadhani watakuwa wameshaondoka na sijaja na gari langu, sasa nitaendaje usiku hapa nyumbani? Acha tu nipumzike hapa, tena nitalala kwenye kochi, na kakaangu ni msumbufu sana kwa kweli. Anapenda sana kunywa maji usiku, kwa hiyo nitakuwa nikimpa. Alizungumza Shamimu haraka na kwenda kukaa kwenye kochi. Tena likubwa hili, nitalala na la kabisa, ni mustarehe. Haya twende. Daktari, mimi nitalala hapa. Na maanisha twende ukale uje ulale. Nimeshiba kweli, yani nilikuwa nimekula sana mchana kabla ya kuja hapa. Ajisemesha Shamimu alipokamaliza tu kusema uongo huo, tumbo likaunguruma pale pale kwa njaa. Ulishiba kweli mchana? Twende tukale sasa cha usiku, tumbo lishaanza kukudai hapo chakula. Lakini unifukuzi si ndio? Hapana. Tupinge.
Shamimu alinyosha kidole chake kidogo na Dr. Hamisi alicheka kidogo kabla ya kupinga naye. Ukinifukuza Mungu atakulaani. Au sijali, siwezi kumwacha Mungu anilaani, alijibu Dr. Hamisi akimfungulia na mlango. Mungu hapendi watu waongo Dokta, kama unanifukuza utachoma moto wewe. Na kuhakikishia siongee uongo, alisema Dokta akiwa amefurahia tu dakika fupi ambazo alikuwa amezungumza na Shamimu. Upande mwingine wa simulizi, hebu tuende chumbani bana. Usianze kunipa wakati mgumu mimi hapa. Hamisi ende chumbani mume wangu. Naona kama vile hapata kucha fulani hivi. Hebu twende, choka mimi. Baba Juma alimuinua mke wake kwenye kochi na kuelekea naye chumbani japo alizidi kulalamika. Imekuwaje jamani? Akauliza Bizenis. Ongea na mjukuu wako. Atakuja kuua watoto wa watu kwa jamani kitandani. Juma alijibu na kumpita. Kumetokea nini? Au sijali bibi. Wako sawa tu wote, ila kidogo pressure zao zilishuka, kwa hiyo wamepumzishwa, kesho watakuwa kwa nyumbani. Oh, asante Mungu, alijibu bibi. Ngoja, yuko wapi Shamimu? Amelala nao. Oh, sawa. Hapa asubuhi inabidi nitengeneze mtoli tuwahishe. Unaweza kuwahi kuamka kesho tukawahi hospitalini? Usijali bibi. Nenda tukalale sasa. Alafu pia nyie mjala. Wewe usijali kuhusu, sisi tuko sawa, alisema Victor na simu yake iliita pale pale. Alienda ukalale sasa bibi. Alimpeleka bibi chumbani kwake na kumpigia simu Karen akiwa anaingia chumbani kwake. Vipi, kumeendelea huko? Wamepumzishwa tu hospitalini. Labda kama kesho wataweza kutolewa. Ina maana kwamba uliposema wanatumia oksijeni ni kweli? Ndio, Amara ndo ana hali mbaya zaidi. Afe kabisa. Umesema nini wewe? Akauliza Victor. Ismaili amelazwa hospitali gani? Upande mwingine wa simulizi, Shamimu alita Ismaili alipokuwa ameamka majira saa 12 asubuhi. Shamimu alita na Shamimu na kukurupuka akiwa anaamka. Kaka, Amaila aliamka? Hapana, ngoja nikupe maji kwanza unywe, alisema Shamimu akiwa anagusa kiswitch na kumimina maji kwenye glasi akitaka kumpa. Dr. Hamisi aliingia na kumpokonya Ismaili glasi ambayo alikuwa anaipeleka mdomoni mwake. Usimpe chochote Shamimu bila ruhusa ya daktari, alisema. Nataka maji, akajitetea Shamimu. Usimpe kwa sababu yeye sio daktari, nimekuambia daktari tu ndio akwambia ndio ufanye. Sawa, alijibu Shamimu na daktari alikuwa ameanza kumpima Ismaili. Mbona mke wangu hajaamka? Akauliza Ismaili. Kila kitu kipo sawa kwa Ismaili. Si unaona zile mashine zinasoma nomo, kwa hiyo atakuwa sawa tu. Haya, na wewe pia uko sawa, kwa sababu utaka kama dakika 5 ndo unywe maji ya kunywa kama unahisi kio. Sawa, alijibu Ismaili. Ameamka, alikurupuka Ismaili na kumkimbilia Maila aliyekuwa kitandani. Maila alifumbua macho yake na alipokuwa amemwona Ismaili akimsemesha, alijikuta kitabasamu na alizungumza kitu. Ungeniua wewe mbwa. Alicheka Ismaili na kumbusu kwenye paji la uso. Hanipishe kidogo. Daktari alimsogeza Ismaili na kumpima Maila. Yuko sawa, sasa nadhani mtabaki kwa masaa 3 kisha tuwatizame wote kwa pamoja na kuwaruhusu kwenda nyumbani. Dr. Hamisi alitoka na Ismaili alirudia kushika mkono wa Maila huku akiwa na ubusu na kumpapasa nywele zake kichwani. Mmesogeleana tena Acha basi hivi na wewe. Hutaki nimshike hata mkono wifi yako au? Kidogo mfe wote wawili endekezeni tu upuzi wenu muone tena. Kwanza na lala zangu kitandani, mimi nimeshachoka eti. Alisema hilo Shamimu na kuelekea kitandani alipokuwa amelala Ismaili awali. Njoo ulale hapa. Amaila alijisogeza na kumwachia Ismaili sehemu ya kulala kitandani kwake. Ismaili alizunguka na kwenda kulala upande ule aliokuwa ameachiwa, akapitisha mkono wake kwenye kiuno cha Amaila. Alimwegemea begani, alimbusu na kumtaka radhi kwa alicho kama imfanyia jana. It's okay, alijibu Amaila na kumwambia. Tunafuta yale makosa yote 5 ulionihesabia na kuanza moja. Kwa nini? Akauliza Ismaili. Kwa sababu sitakani kudanganya tena, hivyo unaja kuhesabu. Unaniahidi? Akauliza Ismaili akimbusu. Na kuahidi Ismaili wangu, alijibu Amaila na Ismaili alimkumbatia zaidi kisha akambusu na kumtaka walale sasa. Walala zao hadi saa 2 ndugu waliporuhusiwa kuja kuwatizama. Alishangaa Mama Juma baada ya kumuona mwanae kitandani kwa Amaila tena. Usikuti na ameshaingiza tena. Dr. Hamisi aliwataka wakae kimya. Wanahitaji muda mwingi sana wa kupumzika, zaidi kama wamepumzika sasa hivi. Waacheni kwanza, msiwasumbue kabisa. Twendeni nje. Dr. Hamisi aliwatoa nje na Karen alifika. Vipi, Ismaili anaendaje? Yuko salama, kwa sababu tumetolewa nje, tumeambiwa kwamba tuache walale. Wanahitaji kupumzika zaidi ili walejeshe nguvu zao, alimalizia Baba Juma. Haya jamani, mimi naenda kazini kuendelea na majukumu mengine. Sasa Shamimu naye tunamwacha tena? Akauliza Mama Juma. Mwache mtoto amepumzika. Huenda alikuwa akiwatazama usiku kucha. Sawa, alijibu Mama Juma na wao akarudi nyumbani. Karen, wewe wendi? Akauliza Victor. Nakuja nyewe, tangulieni tu. Nahitaji kumuona daktari kwa ajili ya hali yangu. Na nini Victor? Kwa nini usibaki naye hapa basi, maana atahitaji mtu wa karibu na Ismaili ni mgonjwa, alishauri Baba Juma. Hapana, msijari, nyewe ondokeni tu, nendeni tu.
Karen alimkataa Victor kinamna hiyo na kuondoka zake. Haya basi Victor, twende mwanangu. Sawa, alijibu Victor japo kishingo upande na kuondoka pale hospitalini. Upande mwingine wa simulizi. Leo umewahi kweli yani. Samuel alimwambia hilo Juma baada ya kumuona. Utakuwa una taarifa za rafiki yako. Kafanyaje? Yeye na mkeo wote wanapumulia oksijeni huko. Yeye na mkeo wanapumulia oksijeni. Wamefanyaje? Ismail amempiga jana Akaulizwa kwa sauti ndogo hivi. Bwana angempiga. Kidogo amulia kitandani kalala na mtoto wa watu toka saa 7 mchana hadi saa 12 jioni. Pumzi zote zikakata, pressure ikashuka, mapigo ya moyo nawe pia akadrop. Nini? Mfundishe rafiki yako kiwango cha kufanya mapenzi, atakufa na hiyo misifa yake. Unaongea vitu gani Juma, mbona sikuelewi? Wewe ndio hospitali bwana, atakulesha vizuri mwenyewe. Alijibu Juma na kumpita Samuel. Hospitali gani sasa? Aliuliza kwa nguvu. Upande Shamimu aliamka na kichwa kilikuwa kinamuuma kweli kweli. Kichwa kinaniuma jamani. Alisema hilo akiwa hafahamu kwamba Dr. Hamisi alikuwa pale ndani. Umeamkaje? Alishtuka Hamisi baada ya kusikia sauti nyuma yake. Dokta, kumbe uko ndani. Umenishtua kweli kweli. Nimekushtua na nini? Nilijua hamna watu isipokuwa hawa wapendana wao. Dr. Hamisi alimfuata na kuanza kumpima kichwa chake. Utakuwa sawa tu, hata uhitaji dawa. Asante dokta. Vipi, una mpenzi? Hapana. Mchumba au mtu yote ambaye uko naye kwenye mahusiano naye? Asina, kuna nini kwani? Nataka kukutongoza, nimekupenda ghafla. Una kichae? Akauliza Shamimu. Kama ni kwa ajili yako ndio nimekupenda eti Shamimu. Umefanya jana usiku kucha sijalala na kuja tu kila saa hapa na kuchungulia tu hapa. Wewe dokta mwewe, hebu toka hapa kabla sijamwambia kakaangu. Unadhani mimi ni hao wagonjwa wenu mnaokuwa mnawashika huko na kulala nao kwenye vyumba vyenu kwa matibabu? Hebu nikome mimi. Toka hapa fala nini wewe? Dr. Hamisa alitabasamu. Unacheka nini? Leo ulivyo na majibu yako ndo yananichanganya mimi yani. Nakupenda sana wewe mwanamke. Kaka Ismaili alitasha Shamimu. Hawezi kuamka. Mtu amekumbatia hivyo alafu anaamkaje kwa mfano? Toka basi hapo. Natoka ila ujue kabisa nitaanza kukutongoza na sitakata tamaa hadi jibu la ndio ndo nitakapokuwa limetoka kwako. Toka. Shamimu akiwa hajamaliza neno lake alipigwa busu kutoka kwa Dr. Hamisi la sekunde kadhaa. Bye, aliaga Dr. Hamisi na kuondoka zake. Alibaki akishangaa Shamimu na kushika lips zake za mdomo. Amewezaje kunifanyia hivyo mimi? Akauliza Shamimu na kutoka kitandani akimfuata Dr. Hamisi ambaye alikuwa ameelekea ndani ya ofisi yake. Shamimu alimfuata huko ndani na kibao. Usisubutu kunifanyia hivyo tena. Dr. Hamisi alikavuta na kukabusu zaidi. Kwa nini? Na nimeshakwambia kwamba nakupenda. Na sio hivi tu, naweza kufanya zaidi ya hivi. Alijibu Dr. Hamisi na kumbusu kifuani. Shamimu, naenda kukusemea kwa kakaangu. Dr. Hamisi alikavuta na kukaweka mlangoni huko akiwa anafunga na mlango wenyewe kwa ndani, alafu akaanza kumbusu taratibu sana Shamimu kuanzia kwenye masikio yake. Niache. Dr. alizidisha utundu kidogo tu na kumfanya Shamimu awe hoi. Alikabeba kazima na ukapeleka kwenye kitanda chake cha kupumzikia ambacho hukaaga ndani ya ofisi yake. Upande mwingine wa simulizi. Cholo alipiga sana mara nyingi simu ya Amaila na haikupokelewa hata kidogo, na sasa alikuwa ndani ya gari huko akitizama gate la kina Ismail. Unataka kunikwepa mimi? Sasa ngoja tuone utaendelea kuishi katika jumba hili kubwa baada ya kukataa kupokea simu zangu. Alifungua mlango wa gari lake na kwenda kugonga getini. Mlinzi kama mfungulia mlango. Karibu. Asante, nimekuja kumuulizia Amaila. Mlinzi alimtizama kwa umakini na akamkumbuka. Wewe ndo yule ulimtaga siku ile aliyopotea? Ndio mimi, kumbe nakumbuka. Ndio. Amaila hayupo kuanzia jana. Alikimbizwa hospitali hapa na ambulance, alikuwa na hali mbaya sana. Hali mbaya sana kivipi? Kakumbwa na nini? Mimi sijui kwa kweli, ila ninachofahamu ambulance ndio ambayo imekuja kumchukua hapa mbio na alikuwa amewekewa mpira puani na mdomoni kwa kuvutia hewa. Nini? Akauliza kwa mshangao zaidi Cholo. Amepelekwa hospitali gani? Upande mwingine wa simulizi. Amaila aliita Cholo na kuzama ndani ya chumba ambacho Amaila alikuwa akimalizia kutandika shuka vyema pale baada ya kupewa ruksa ya kuondoka. Umefanya nini hapa? Aliuliza Amaila akiwa anatoa macho kweli. Cholo alimfuata huko akiwa anamkumbatia. Wewe sogea huko wewe. Cholo, umefanya nini hapa? Vipi kama Ismail akikukuta hapa ndani? Unaongea nini wewe? Nani ambaye anajali kuhusu Ismail? Mimi najali kuhusu wewe Amaila, mke wangu. Stop it. Hebu kwanza toka hapa, nitakuja nyumbani mwenyewe. Ondoka hapa kabla Ismail hajarudi hapa. Sawa, ila nihakikishie kwamba utakuja nyumbani. Nitakuja ndio, ondoka sasa. Amaila akiwa anamsukuma kwa kumtoa nje na kufungua mlango, walikutana na Ismail pale mlangoni. Ismail akamtazama Cholo na kumtazama Amaila. Ni nani huyo? Amaila kabaki tu kimya. Bro, unanikumbuka mimi ndio yule ambaye nilikuwa nimemwokota? Sijakuuliza wewe. Amaila yule nani?
Choro ondoka. Amaila alimsukuma Choro na Ismail alimzuia kisha akamsukumia ndani na kufunga mlango huku yeye akiingia ndani. Ni nani huyo? Ismail aliuliza tena kwa mara nyingine, na safari alikuwa serious kweli na hata ngumi ilikuwa imeshakamatwa mkononi mwake. Ismail, mwache aondoke kwanza ili tuweze kuzungumza. Kwa nini aondoke? Utazungumza mbele yake. Hapana Ismail, tunapaswa kuzungumza sisi wawili tu kama mke na mume. Mke na mume? Akauliza Ismail. Amaila alimsogelea na kumshika mkono. Nitakwambia kila kitu tena ukweli kabisa. Niamini mimi, lakini tunapaswa kuzungumza sisi wawili tu. Ndio mimi sifai kabisa kuwa hapa, alijibu Cholo baada ya kuona hali si hali. Ismail akamgeukia kwa macho ya hasira na Amaila akamshika uso wake na kujigeuzia yeye. Mwache aondoke mume wangu kisha tuzungumze sisi wawili. Amaila alimbusu Ismail mdomoni kwa kumtuliza na Ismail akapoa. Okay, toka. Na nisije kukuona tena karibu na mke wangu. Ndio bro, samahani sana. Aliomba radhi Choro na kutimua mbio. Niambie nani huyo? Hapa ni hospitali Ismail wangu. Twende nyumbani tena chumbani kwetu. Tukazungumza sisi wawili tu. Ismail alimtizama Amaila, alimsogelea na kumkumbatia huku anajilaza kifuani mwake. Nakupenda mume wangu. Kauli hiyo ilimpenya Ismail kweli hadi akafumba macho yake na kusikilizia hadi katikati ya moyo wake. Nakupenda sana Ismail. Amaila alisisitizia maneno yale pasina hata kufahamika ni ya kweli yanatoka kinywani mwake au anayazungumzia tu ili kumpoza Ismail kwa kuwa anafahamu udhaifu wake. Mlango ulifunguliwa na Karen. Daktari anakuhitaji. Leo ni siku yangu ya kwanza kliniki. Ismail akamtizama Amaila. Wewe nenda tu, nitakusubiria hapo kwenye viti. Sawa, alijibu Ismail na Amaila alimbusu tena na kuondoka. Ismail alipomfikia Karen alimbusu na yeye mdomoni na kumshika mkono kisha akaondoka naye. Amaila alitoka kuwatizama na alipokuwa mezama ndani ya chumba cha dokta alikimbia haraka kumfuata Choro kwani aliamini hajafika mbali. Unanitafuta mimi? Alisikia sauti kimuulizia nyuma yake. Amaila akamshika mkono na kuingia naye kwenye chumba tu cha pembeni kilichokuwa wazi. Umefuata nini huko Choro? Nimekupigia simu hujapokea simu zangu. Hela uliyokuahidi kutuma haujatuma. Ulitegemea nini? Sijakutumia, kwa hiyo ndo kilichokuleta hapa. Ndio. Yaani umepewa taarifa niko hospitalini, huniulizi nimekumbwa na nini wala nimefikaje hapo, naulizia tu hela. Hapana, yani cha muhimu ni kwamba nilikuwa nimepata mshtuko sana sasa kusikia huko hospitalini mke wangu, na ndio sababu sikujali hata kama huyu mshamba wako alikuwa hapa nikaja Amaila. Hiyo ni kwa sababu tu ya mapenzi mazito ndio nayo juu yako. Haufai tena kudanganya Choro. Yaani nimepumulia kusinitokea jana jioni hadi leo asubuhi unafika na kuulizia pesa. Tena pesa za kamali. Hivi mimi nani kwako? Amaila mkewa, don't touch me. Usisubutu kunisogelea kabisa Choro. Nitakupa access ya account ya benki ila kwa sharti moja tu. Sharti gani? Hakutakuwa na ndoa baina yetu. Choro alimkamata Amaila shingoni na kuanza kumnyonga. Umenogewa Wewe ni mke wangu na sio mke wa yote ule. Utaachana na mimi pindi utakapokuwa marehemu na sio vinginevyo Amaila. Alimwachia Amaila na kuondoka pale hospitalini. Shit. Amaila alitamka neno hilo kabla ya kuanza kukohoa mfululizo. Upande mwingine wa simulizi. Hiyo ilikuwa Dr. Hamis alikumbana na kibao kabla hajamaliza kauli yake. Shamimu, nilichokufanyia leo nataka nikwambie hutakao ukisahau maisha yako yote. Utakileta tu mwenye. Mimi ndo Dr. Hamis bwana, hakunaga aliyewahi kupingana na kujifanya kwamba ni mgumu. Haya, kiko wapi sasa? Si nimekugongea hapa nilipowagongea wenzako? Shamimu alibaki akimtizama kwa hasira na alijikuta akiwa analia tu kwa akiona kwa namna gani ameweza kujidhalilisha. Aliondoka pale akiwa kama yuko uchi vile. Alihisi aibu kwa kila aliyekuwa anamtizama. Dr. Hamisi alikalia kiti chake na kuanza kujizungusha huku akijisifia kwa yeye ndo mkali wao. Upande mwingine wa simulizi. Ismail katoka na kumkuta Amaila akiwa anamsubiria, lakini ni kama mtu aliyekuwa amezamia kwenye dimbwi la mawazo mazito sana. Ismail, umemsikia daktari alivyosema? Nina stress na stress zinaweza kupelekea mimba yangu kutoka, hivyo ameshauri tuishi pamoja. Karen, chumba chako kimejaa au unaweza kusema kwamba nyumba yetu imejaa? Weka tu kwenu. Kwa nini? Amaila arudi kulala na bibi Zeni sikule na anipishe mimi na mtoto wangu? Au humjali mwanao kama unavyomjali Amaila? Akauliza Karen. Maneno gani hayo? Akauliza Ismail na walikuwa wameshamfikia Amaila. Ndio, Amaila arudi kulala kwa bibi mimi na mtoto wako tulio chumbani kwako. That's the final decision. Final decision ndio toa na nani labda? Yaani mimi mwenye mume nikalala chumba cha mfanyakazi, alafu wewe mchepuko mwenye mimba isiyojulikanika ya nani ndo ulale kitanda kimoja na mume wangu? Ismail, unamsikia mwanamke wako anavyozungumza vibaya kuhusu mtoto wetu? Mtoto wenu na nani? Hivi Ismail, una uhakika hiyo mimba ni yako wewe?
Akauliza Maila, na hapo akamfungua Karen kumbukumbu zake, akikumbuka ya kwamba Maila anafahamu siri nzito iliyopo baina yake na Victor. Sijui unaongea vitu gani wewe. Alipotezea Karen kwa staili hiyo na kuondoka akiwaacha. Kwa hiyo mimi ndio mume bwege sababu shoke, si ndio? Unamaanisha nini? Yana nisaliti na wewe unanisaliti, si ndio? Alikataa Maila. Mara kwanza alikuita mke wangu kwenye simu na leo tena amekuita mke wangu. Bado tu unathubutu kwa kusema unisaliti tu, si ndio? Akauliza Ismail na Maila kabaki kimya. Hebu kwanza twende nyumbani. Mimi na wewe tuna maongezi marefu sana, tena zaidi ya sana. Alitaka kumshika Maila mkono na Maila alikataa kushika mkono. Ismail akamtazama na kutazama mkono wake. Mimi nitakushika mwenyewe, alisema hilo Maila na kushika mkono wa Ismail kisha akaondoka. Upande mwingine wa simulizi. Vili, mbona kimya kuanzia jana na ulisema mpango ungeweza kukamilika hata jana? Akauliza Vili akimuuliza Karen. Hivi hufahamu ya kwamba hao ndugu zako jana wote walikuwa wanapumulia oksijeni? Ndugu zangu? Ndugu zangu gani? Ismail na Maira. What? Kitu gani kilimkuta Maira? Jani sijui naanzia wapi kukuelezea ili uelewe. Yaani ilikuwa hivi. Upande mwingine wa simulizi. Ismail alikuwa ndani ya gari na Maila aliomba apelekwe kwanza lilipo kabla ya babake. Kufanya nini? Nimwage babangu kwanza kabla haujaniua, alijibu Maila. Ismail alifyonza na wala hata kujali alichokuwa akisema Maila. Walifunguliwa geti na Ismail kama ameingiza gari ndani kisha akawa ameshuka na kumwacha Maila ndani ya gari. Ismail, kimetokea nini huko hospitali? Mbona Shamimu amerudi akiwa analia hapa na amejifungia chumbani kwake? Akauliza Mama Juma. Shamimu aliuliza naye pia Ismail huko akiwa anaelekea chumba cha mdogo wake. Aligonga na Shamimu alirusha kitu kilichokuwa kimepasukia mlangoni. Sitaki mtu mlangoni kwangu, tokeni hapo. Hebu tumwache tu, hayuko sawa kwa sasa hivi, akikasa tutazungumza naye. Okay, alijibu Mama Juma. Ismail aliingia chumbani na kumkuta Maila akiwa ameketi kwenye sofa. Alipomwona tu aliinuka. Ismail alienda kukaa na akamsubiri aanze kuongea. Maila kabaki kama amesimama tu vile vile na kusokota tu vidole vyake. Ameongea na kusikiliza. Ulisema tukifika nyumbani kwetu utaniambia. Haya, chumbani kwetu ndo hapa. Ismail aliita Maila. Naweza kudanganya kidogo tu? Akauliza Maila. Ismail akamtizama. Kama una mpango wa kusema ukweli usiniambie chochote kile. Alisema hivyo Ismail na kuinuka kutoka kwenye kochi. Haya, nakwambia, alijibu Maila na kumkalisha kisha akatengeneza vyema koo lake. Anaitwa Cholo. Maila alikuwa anazungumza huko kana mtizama Ismail. Ni nani? Ni mume wangu, alimalizia Maila. Nini? Wewe ni Makalio mume wako? Wewe mai? Tena usisubutu kuniambia mwanaume mwingine ni mwanaume wako, nitang'oa huo mdomo wako mimi. Ismail aliinuka na kuondoka huko akiwa anamtizama Maila. Mume wako Hivi Maila unasubutuje kuniambia mimi mumeo ya kuwa ni mwanaume mwingine ni mume wako? Akarudi Ismail. Ndio maana nilikwambia nikudanganye kidogo ukakataa. Hauna adabu ami. Yaani una adabu kabisa mtoto. Ismail alimtizama na kufyonza. Tena usijaribu siku nyingine, usisubutu kabisa, unanisikia wewe? Ndio. Nani ni mume wako? Akauliza Ismail. Wewe hapo Ismail. Ismail nani? Amesi jina la baba yako. Ndio ujue mpaka la babu yangu sasa. Sawa, nitaenda kumuuliza baba. Eti mume wangu. Hivi Maila, mimi ni nani kwako wewe? Akauliza Ismail. Mume wangu. Kwa hiyo wewe una wanaume wawili, si ndio? Ndio. Unasemaje? Sasa Ismail, si utaki niseme uongo jamani. Kwa hiyo una wanaume wawili, si ndio? Maila akamtazama Ismail na aliona kabisa akijibu ndio atakutana na kibao moto moto. Moja tu, si ni wewe mume wangu? Vyema, uwe na akili sati mama. Kabla sijakuweka mbata za uto, nakuuliza kwa mara ya mwisho, una wanaume wangapi wewe? Wewe tu mume wangu. Good. Alijibu Ismail na kumvuta Maila karibu na kisha akambusu na kumwambia. Kila kilichopo katika mwili wako ni cha kwangu peke yangu. Yaani peke yangu tu, sawa? Mlilala lini? Akauliza Ismail na Maila aliona mtego kabisa huo. Siku nyingi sana hadi nimesahau. Hata kama itakuwa ni jana, vyema useme ukumbuki, sawa? Sawa. Swali lote lile nitakalokuwa nimekuuliza kuhusu yeye mwenda wazimu, unapaswa kufikiria kwa makini bila kunijibu tu. Unanielewa? Ndio. Unampenda? Hata kidogo. I love you nyanga. Alijibu Maila na kumbusu Ismail. Ukweli kabisa kutoka moyoni. Nimetokea kukupenda sana wewe mwanaume. Utapeli wangu wote umeisha kwenye penzi lako la dhati. Alijibu Maila kimbusu zaidi na wala hata hakucheleweshana. Wakatupiana kitandani. Oho, kama jadisha hospitali tena wasijui. Upande mwingine wa simulizi. Mmefikia hapo kwenye kazi ndio hapa Joseph vile.
Josephine na Amani walikuwa kwa ndani ya ofisi ya mkuu wao ambao walikuwa wamewapatia kazi ya kumfuatilia muuaji ambaye inasemekanika alikuwa ameishia katika familia moja ya kitajiri kama mfanyakazi, na siku moja nyumba iliungua moto na akupatikanika kwa miili 5 ya wanafamilia, yani baba na mama na watoto wao 3, huku mfanyakazi akiwa hajawahi kuonekanika. Na ndugu wa marehemu walipokuwa wakifuatilia mirathi ya ndugu yao walipata taarifa ya kuwashtusha ya kuwa ndugu yao alikuwa amehamisha kila kitu chini ya jina la mfanyakazi ule kabla ya kifo chake. Tunaendelea kufuatilia na kwa sasa hivi tupo kwenye hatua nzuri sana. Hatua hiyo nzuri ni ipi Josephine? Mimi na Amani tumeshaanza kumshuku binti mmoja ambaye anafanya kazi kwenye familia ya kitajiri na tunamfuatilia vizuri sana. Na binti mwenyewe ni Amaila, ndio inspector. Josephine, naonekanika kama mjinga kwako Amaila unamfuatilia kama muuaji au kama mpenzi? Inspector, ni kwamba ukiniona ni kama vile namtaka fulani hivi, ila sio kweli. Unajua sisi tunapaswa kutumia kila aina ya mbinu ili kukamilisha kazi zetu. Na mbinu zako ndo hizo za kumlipa dokta na amwambia Amaila ya kwamba mochwali imejaa apewe mwili wake na babake, si ndio? Au mbinu yako ni hiyo ya kutaka kumbaka au? Josephine alimtazama Amani, kwani wakati anazungumza swala la kumwekea Amaila madawa na Karen kwenye simu, mtu ambaye alikuwa karibu naye alikuwa ni Amani, na alikuwa anajua fika kabisa kwamba ndiye aliyemchoma. Nazungumza na wewe, acha kumwangalia mwenzako hapo. Hapana inspector. Sasa fanya upumbavu mwingine tokea sasa hivi na uone hatua gani nitakuchukulia. Jua kabisa kila unapokanyaga hatua zangu zipo nyuma yako. Nataka nikuone ukifanya kazi Josephine. Na sio huo upuuzi unaotaka kufanya huo. Ndio inspector. Haondokeni hapa. Wote walitoa saruti za heshima na kuondoka. Cholo alitupa simu yake na kuipasua baada ya kupiga simu zaidi ya mara 30 na bado haikupokelewa. Amaila, unataka kunigeuka Unataka kucheza na mimi? Sawa. Kaini kama unataka kucheza na mimi, hii ngoma tutacheza pamoja. Alifuata simu yake ambayo ilikuwa imekwisha pasuka kwa kiasi na kuiokota, kisha kapiga kisha kaingia upande wa gallery ambako zilikuwa picha nyingi sana za yeye na Amaila. Alizifuata picha zile kwa Ismaili ambaye kwa wakati huo alikuwa na tabasamu mwanana baada ya kuburudika na mkeo ambaye kwa sasa alikuwa amepitiwa na usingizi. Tabasamu la Ismaili likata baada ya kuona picha ya Amaila akibusiana mdomoni na Cholo. Alimtazama Amaila ambaye alikuwa katikati ya usingizi na kutabasamu, akampapasa nywele zake. Alifuta picha nyingine zote bila kutizama na alipiga simu moja tu. Halo, kuna namba na kutumia hapa, nataka simu ambayo ina line ya hizo namba ndani ya masaa 5. Okay, asante. Alikopi namba ya Cholo akamtumia, kisha akamempigia simu moja kwa moja. Cholo alipata wasiwasi kidogo baada ya kupokea simu na alijikaza kupokea. Halo. Asa hizi picha za mbona nitumia za nini? Hebu kwanza aka video call. Alizungumza Ismail na Cholo akaweka simu yake kwenye video call. Unamwona kalala sasa hivi kwenye kitanda changu hapo. Haijalishi, lakini hakuna kitu kipi hapo. Kila mtu amejipigia hadi wazee. Hebu ngoja, hivi nadhani kwamba alikuwa bikra huyo? Ni uongo. Hata mwenyewe sikumkuta bikra huyo. Sasa kwa nini mimi najali? Mwenyewe nishawahi kuwa na msururu kibao. Cha muhimu niko na nani muda huu. Hilo tu basi. Na wewe unajiona fahari sana kwa kubaki na cha wote, si ndio? Ismaili alipaswa avumilie maneno yote ya kejeli ya Cholo, kwani simu yake ilikuwa ikitarakiwa ili afahamike ako wapi. Alikunja ngumi yake chini kwa chini na kutabasamu. Zamani ndo alikuwa hivyo, ila sio sasa hivi. Zamani ipi? Juzi tu nilivomleta hapo nilikuwa nimemgalagaza mbaya mbovu chumbani, sebuleni hadi jikoni. Yaani nilikuwa najipiga tu vya kutosha. Lili? Lakini hakulala kama alivyolala hapa, si ndio? Basi ulimchezea tu ila hukumgusa sehemu husika. Ngoja hivi, unajua kwa nini alikuwa hospitali? Kwa sababu kiukweli Amaila ni mtamu hadi nikashindwa kujizuia. Imagine alikosa pumzi, ikabidi wamhamishie ICU. Unasemaje wewe mshenzi? Ulimfanya nini? Ismail alipokea ujumbe ya kwamba tarehe shafahamika alipo. Cholo, nadhani tutaonana muda sio mrefu na ninakuhakikishia hutaisahau siku ya leo kwa kumdhalilisha mke wangu. Ismail alikata simu na kuinuka akiwa amefula kweli. Sema kimeumana. Basi bwana. Ismaili aliita Amaila na kushika mkono wake huku akimkataza siende. Ameshaanza kunitumia picha zako za ajabu Amaila. Nisipomzuia sasa hivi huyu mwenda wazimu ataiambia dunia nzima namna mwili wako ulivyo. Hawezi kufanya hivyo. Kwa nini asiweze? Kama kaweza kunitumia mimi, atashindaje kuwatumia na wengine? Niamini mimi Ismaili hawezi mume wangu. Haijalishi tena nataka kwenda kumuona. Tutaenda wote. Staki. Basi baki. Ismail akamtazama Amaila kisha akafanya maamuzi. Haya, vaa twende.
Amaila kainuka kitandani na kuelekea bafuni ili ajisafishe waanze safari wote. Alipoingia tu bafuni na kuanza kuoga, Ismail alitoa funguo na kumfungia ndani, kisha huyo kaondoka zake. Amaila alipotoka bafuni hakukutana na Ismail tena pale chumbani. Alitafuta simu yake na hakuweza kuiona vile vile. Ismail aliita jina hilo na kuketi kitandani akiwa na kitaulo chake. Upande mwingine wa simulizi, nimekupigia simu kwa mara nyingi sana lakini haujaweza kupokea hata mara moja, alalamika Karen. Hakuna mambo yalikuwa yametokea kazini leo ndo yakanifanya nikawa niko busy kiasi cha kushindwa kupokea simu zako. Vipi lakini kuna mpya gani? Sina mpya yote ya zamani. Nikuulize wewe mwenzangu kama umepata labda mpango mpya ambao ungeweza kutusaidia. Hapana, hata hivyo nitakuwa busy sana kiasi kwamba sitaweza kufanya chochote kile kwa ajili ya kuwatenganisha watu. Kivipi? Umekata tamaa mapema hivyo? Hapana, ila kuna changamoto za kazini sana ambazo zinahitaji ni uwekewe umakini sana, sifahamu kwa muda gani. Hivyo nitakuwa niko busy sana tena zaidi ya sana Karen. Kwa hiyo ndo umeniachia ili mwenyewe. Naweza nikasema ndio, ila at least wewe unacho cha kupambania kwa sababu ni baba wa mtoto wako Ismail. Kwani wewe huwezi kulipambania penzi lako la dhati? Wanasemaga wakati mwingine ni heri kumwacha unayempenda aende kwa anayempenda. Awe ni muoga sana wewe, alijibu Karen na kukata simu yake. Mshenzi huyo. Ila mimi sio muoga na sitakata tamaa kabisa. Nachopaswa kufahamu kwa sasa hivi ni udhaifu wa Amaila tu. Kama ambavyo yeye anaujua udhaifu wangu. Lazima awe ana jambo alilolifanya baya tu. Hawezi kuwa msafi kwa kila kitu. Asakana alikuwa ameanza kupanga namna ya kuweza kumudu Amaila. Ndio lazima nifahamu historia yake kuanzia alipokuwa mdogo. Kupitia huko sitakosa udhaifu wake wote. Lazima tunaye awe na machafu ambayo ameaficha. Sasa Karen aliamua kulivalia njuga swala la kutafuta udhaifu wa Amaila. Upande mwingine wa simulizi, Ismail alifika na hakumkuta Cholo. Yuko wapi? Ni kama vile alikuwa amesanuka akaondoka, hata simu ameiacha. Alijibiwa Ismail na kupatiwa simu ya Cholo. Hata nikimbia kwa muda mrefu. Alichokifanya leo ni kurahisisha tu kipigo chake kisiwe kikubwa. Upande mwingine wa simulizi, lakini Ismail sijui ana akili gani huyo mtoto. Sasa mtu mwenyewe mgonjwa anamfungiaje ndani? Akalamika Majuma kwa akipokea ufunguo wa ziada kutoka bibi na kufungua mlango. Alimkuta Amaila akiwa kitandani. Amelala au ndo amezidiwa tena? Alimuuliza bibi huku akiwa anamsogelea kwa pamoja. Nadhani amelala, alijibu bibi na kumtoa wasiwasi wa Majuma. Kweli, kamelala, katoka kamechoka kweli. Basi mletee tu chakula chake hapa tuweke hapa kiamka atakula. Sawa, alijibu bibi na aliuliza vipi kuhusu Shamimu. Hajatoka chumbani kwake tangu asubuhi. Hajatoka kabisa na amejifungia kwa ndani pia. Kwani amekumbwa niko hospitalini? Akauliza Majuma na Amaila aliamka alipokuwa amejifanya kulala kitandani. Shamimu amekutwa na nini tena? Alijiuliza akiwa pale na aliona kuna haja kabisa ya kwenda kuzungumza naye. Baada ya bibi na Majuma kugonga mlango hadi kuchoka, waliondoka na kuacha chakula pale chini. Kwani walikuwa wameshindwa kufungua kutokana na kwamba Shamimu alikuwa amefunga chumba chake na kuacha ufunguo ndani ya kitasa. Amaila alipokuwa amejiakisha kama ameondoka, alienda kugonga chumba cha Shamimu na kuita kwa sauti ndogo. Nifungulie mimi Amaila, hebu fanya haraka kabla hajanikuta hapa. Amaila alibeba chakula cha Shamimu kilichokuwa kiko chini na kweli Shamimu alifungua mlango. Amaila alipoingia tu ndani alifunga mlango wake na kumpokea Amaila kwa kilio kwa anaenda kumkumbatia. Nini kimekukumbatia na Shamimu? Namchukia. Nani? Akauliza Amaila na Shamimu alizidi kulia. What? Alinuka Amaila baada ya kuhadithiwa yote ambayo alikuwa ametokea na Shamimu. Huyo mbwa amethubutuje? Tafadhali usimwambie kaka Ismail, sitaki kabisa mikono yake ichafuke damu. Hapana Shamimu, alivumiliki ile. Anawezaje kukufanyia hivyo? Najisikia vibaya sana Amaila. Naona kabisa kwamba nimedhalilishwa mimi. Na hata sielewi ilikuwaje hadi nikalala naye. Sijui ni uchawi au ni nini, maana nilipomaliza tu hilo jambo ni kama vile nilishtuka sana. Hakuna kitu alikifanya tu juu yako. Kama Ismail hatafanya jambo mimi nitafanya kwa ajili yako. Hivi nadhani adhabu gani ambayo inamfaa huyo mpuzi? Natamani nimkate hizo sehemu zake na nizitie mdomoni. Limeisha hilo. Sema jingine. Alijibu Amaila kimaanisha na Shamimu hakumuelewa, alijua kwamba wanapiga tu stories za kawaida. Amaila, usimwambie mtu yote hasa kaka Ismail tafadhali. Usijali na usimwambie mtu yote kwamba ulizungumza na mimi ile jambo. Siwezi, hata Ismail. Amaila, siwezi, nitaanzaje kwa mfano? Basi wewe kula zako. Mpaka jioni ulichokitaka juu yake kitakuwa kimeshatimia. Asina hata njaa. Wewe kula hivyo. Wewe shika kula. Shamimu alianza kula na Amaila alitazama pembeni akionyesha sura yake halisi sasa wakiachana na hiyo sura ya kijakazi. Baada ya dakika kadhaa alionekana akiwa anaingia hospitalini kama mlembo ambaye alikuwa amebadilika kabisa. Sura aliyokuwa ameilemba vyema na kuifunika na mawani makubwa pambe tu. Wigi lilokuwa limefunika nyusi zake kwa mbele na kuninginia kwenye masikio yake. Pochi yake ya kidada na vinguo fulani vifupi vya
Slay Queens yani. Hi, I'm looking for Dr. Hamis. Sorry miss, he is. Mhudumu alikuwa anataka kumjibu kwamba Dr. Hamis ameshamaliza majukumu yake na anaondoka, hivyo asubirie kidogo kabla daktari mwingine kufika. I'm here. Alijibu Dr. Hamis mwenyewe kwamba yuko hapa, ambaye alisikia kinatajwa jina lake baada ya kusikia na kama anavyojiita sukari ya walembo, basi aliamini sukari nyingine imemfuata. Unakuaje wewe, mbona unataka kunipeperusha ndege wangu wewe? Alizungumza na mtu wa reception kwa sauti ya chini kabisa. Dr. Hamis, I have some issues I need to settle with you. Akimwonyesha kama Dr. Hamis na jambo fulani la kuweka sawa na wewe. You are warmly welcome. Follow me to my office. Akimwonyesha kwamba unakaribishwa kimotomoto kabisa, karibu kwenye ofisi yangu. Thank you. Alijibu Amaila ambaye aliongea rafudhi yake ilimtambulisha kama mtu ambaye ametoka majuu kabisa yani. Dr. Hamis alimuingiza ndani ya ofisi yake na kumkaribisha akae. Asante. Alijibu Amaila kwa sauti nyingine na kukaa. So what would you like, a coffee or a tea? Akimwonyesha kwamba utapenda ni labda kahawa au chai. Amaila aliinuka na kumfuata, kamsogelea, kamgusa shingoni na kumpiga mara moja huku akiwa anamwacha Dr. Hamis mdomo wazi. Aliufuata mkasi na kumwambia, wewe ndio sukari ya warembo sasa nakupa sukari yako leo uile mwenyewe. Alimsogeza mguu kwa teke na kumweka miguu pande, kisha akamefungua suruali na kumkata eneo lenyewe. Alichukua kipande kile na kumwekea mdomoni. Hope utaenjoy kula sukari yako mwenyewe leo. Amaila alibeba pochi yake, akafunga mlango na kutoka zake upande mwingine. Dr. Hamis alibaki akiwa ameshindwa hata kupiga kelele za maumivu hadi alipokuwa amekata roho. Aise, huyu ndo Amaila sasa mwenyewe uji. Vipi Dr. Hamis ameshaondoka? Sina uhakika, maana alikuja msichana fulani hivi akawa ameingia naye usini kwake. Yani miyeyusho kabisa sana huyu jamaa. Ngoja basi nimfuate huko. Alizungumza kitale ambaye alikuwa amekuja kumulizia Dr. Hamis na kwenda ofisini kwake. Alipofungua tu mlango alibaki akiwa ameganda kwa mshtuko mkubwa sana. Baada ya muda kidogo askari walifika pale na walikautoa mwili pale ofisini kwake, na sasa walianza kukusanya maelezo. Alikuwa na umri gani? Siwezi kumkadia, si mnaelewa hawa watoto wa kizungu bwana, unaweza sema na miaka 17 kumbe ni 12. Kwa hiyo ni mzungu. Jani Black America. Kiingereza chake cha huko hata mavazi yake pia, lakini alikuwa mtoto yule. Sura yake ikoje? Mtu reception anajaribu kuweza kufikiria, akavuta kumbukumbu na alitikisa kichwa chake. Kwa nini? Alivalia mawani mapana, nywele zake zilikuwa kama koko la embu kilinyonya sana. Sasa ndo rangi ya nywele zake na zilikuwa zimemfunika hadi hapa kwenye nyusi zake hapa, alafu wigi kwa mbele lilikuwa limekuja kufunika hadi mashavu yake. Hakutaka kuacha ushahidi, ndo maana kila kitu amekifanya kwa usahihi. Ndio, ila kesi hapa ya mauaji ina relate na kesi yote ile ya zamani labda. Hapo mpaka tulio usinduka chambue mafaili ya zamani sasa. Alikuwa ni maongezi ya maafisa wawili juu ya kesi ile ya mauaji. Upande mwingine wa simulizi, Amaila alipanga vitu vyake vizuri tu ndani ya nyumba moja ya siri, na alikuja mwanaume mmoja. Hii ilikuwa ni nje ya kazi ya Amaila. Shamimi ni kama dadangu aliyeuawa siku za nyuma. Nisingeweza kuacha ilipite. Ukiendeleza si anataka nikwambie tu utafeli, yani kama umeweza kumla ng'ombe mzima basi utashindwa mkia. Yuko wapi huyo mjinga cholo? Nilishamsanua kama nilivyokuwa nataka, ila kwa sasa hivi karudi kwenye makasino yake. Mpaka najishangana zaje kumpenda mwanaume mpuzi kama yule. Hivi unafahamu hajawahi hata ukanyagisha mguu wake kwenye kaburi la babangu hata mara moja? Nilikwambia tokea mwanzo, pesa unazozitafuta kwa kuwadhulumu watu haziwezi kuwa na matumizi mazuri kwa na mjinga wako cholo. Ni mshenzi sana huyo mpuzi, na sitaki kabisa kuamini kwamba picha zetu za faraga alimtumia Ismaili. Nilishakwambia mimi, ila ukutaka kunisikia. Mishe nyingi tu tumepiga na umepata pesa kibao, ukiachana na hizo za huyo tapeli alizokuwa akikuingiza, ila ona huna chochote kile. Ila kuanzia sasa hivi hatapata chochote kile. Niambie kuna kazi gani mpya bosi? Amalo niambia kwa mara ya kwanza nilipokuona pale stand ukiwa na miaka 11 tu na umetoka kijijini. Ulianza kunitumia nikiwa mdogo kweli kweli, hivi ulishindwa kuniongoza katika njia sahihi kweli? Mimi mwenyewe sikuwa katika njia sahihi, ningewezaje kukuongoza Amaira? Hakuwa ndo kazi ambayo nilikuwa nikifanya na kulipa hiyo kazi. Nashukuru, lakini kwa sababu bila wewe sijui hata ningekuwa wapi mdau. Alishukuru Amaira licha ya kazi za mauaji alizokuwa akipewa. Na kweli unapaswa kunishukuru kwa kuwa ujuzi wangu wote nimehamishia kwako. Na utakuwa salama kwa kukopi kila kitu kutoka huko, kwa taamini kwamba mauaji unayoyafanya yanafanana na niliyokuwa nikiyafanya mimi kwa miaka 30 ya nyuma. Hakuna atakayeweza kushuku wewe. Ni kweli, alijibu Amaila. Una mpango gani kuhusu Ismaili?
Sijui unajua nimeshawatapeli wanaume wengi sana. Nimeshatoka hadi na vikongwe. Lakini kwa Ismail kuna sana mfikiria kama mwanaume ambaye huenda ndo akawa yule uliyesema atabadilisha hatima ya maisha yangu. Nashukuru kama umeona hivyo. Ismail anakupenda sana. Nampenda pia. Ila nawaza kama akifahamu ya kwamba mimi ni muuaji na ni tapeli ambaye nimeshapita mikono ni wanaume 7, unadhani kwamba atathubutu kunipenda kweli? Mapenzi ya kweli waga yaangalia historia. Ila chunga sana mtu asitambue historia yako ya mauaji, bora hata kulalana na hao wanaume kama tapeli. Ismail tanoni kwa mtoto na kumeshikiwa akili yako tu. Ila likija na hili hapa la kuwa wewe ni muuaji professional, tena unayetegemewa na watu wakubwa wa hii nchi, hapo itakuwa ni ngumu sana kumfanya akupende tena. Nitakubadilisha kila kitu kwa ajili ya Ismail, hata hii kazi pia nataka niachane nayo kabisa pia, kama jinsi ambavyo nimeachana na Choro. Kwenye kazi yangu hapana. Kuna kazi kama 2 hivi nazisubiria mkononi. Ukizimaliza hizo tumemalizana. Japo nifanyie tu hizo 2 ili nipate hela za uzeeni bwana. 2 tu za mwisho, si ndio? Ndio, hata mimi nimewaambia kabisa napokea 2 tu za mwisho, sihitaji zaidi. Sawa. Alikubali Amaila wazo hilo. Upande mwingine wa simulizi, vipi mbona mawazo? Aliulizwa Ismail. Sielewi mimi. Amaila ananichanganya sana ujue. Anakuchanganya na nini? Aliguna tu Ismail. Ndio useme sasa hapa tunashare mawazo. Amaila ni mke wa mtu. Si ndio, nafahamu ni mke wa. Ngoja, Amaila ni mke wa mtu? Akauliza Samuel kwa hamaki sana. Ndio. Yani alikuwa na ndoa kabla ya ndoa yenu? Jamani Ismail, hebu niambie vitu vinavyo make sense basi. Yani Amaila ana ndoa kabla ya ndoa yenu? Yule mtoto hata miaka 14 yenyewe si amefikisha hapo kwenu hapo? Au ndo ndoa za utotoni? Hebu fikiria vitu ambavyo nisaidia bwana Samuel. Mimi nafanyaje? Kwa nini mke wangu anakuwa ni mke wa mwingine tena alafu mpuuzi sasa mwenye ndoa naye huyo mwenyewe? Yani katoto kale. Wewe mbutulia. Kama ni ndoa zao za utotoni hizo hata zihusu. Hizo serikali pia haizitambui. Wameoana lini kwanza? Ismail alichukua simu yake na kupiga nyumbani. Hello. Alipokea Maila ambaye alikuwa amekwisha kurudi. Uko na watu hapo karibu? Hapana. Una miaka mingapi? 18, alijibu Amaila. Uliolewa ukiwa na miaka mingapi? 14. Amaila wewe. Miaka 14? Hivi vitu umeanza ukiwa na miaka mingapi labda? Vitu gani? Akauliza Amaila. Mapenzi. 10. Sitaki tena wala usiniambie, alijibu Ismail. Sawa. Wewe sikiosha mimi sinshoga yako huyo. Mfanye yale basi. Ameshakula. Alafu umuulize nini shida. Nikija nachukua maelekezo kutoka kwako. Hajasema chochote kile, nadhani atakuwa ameachwa tu na mchumba wake labda. Embo msiniingize kwenye mambo ya ajabu hayo, alijibu Ismail na kukata simu. Amesemaje? Akauliza Samuel. Majibu ya kipumbavu tu. Mtu kwa na miaka 14 si katakuwa kameanza huu shenzi kana miaka 3 kabisa. Samuel alishindwa kujizuia, akajikuta kwa anacheka. Ukimchunguza bata hutamla baba. Acha kumchunguza huyo mtoto, utakufa. Pale umependa tena hujapenda mwenyewe, yani ni wewe na mwili wako wote. Utaishia kuumia tu, wewe lidhika tu ni mkeo kwisha. Ila cha muhimu baba tia mimba. Yani akizaa weka. Ukifika 3 tulia na yata tulia. Alitoa wazo hilo Samuel. Yani tunawaza sawa sawa mshikaji wangu, alijibu Ismail. Msikilizaji, huo ni mwisho wa sehemu ya 9. Usikose kuwa nami katika sehemu ya 10 na ya mwisho ya simulizi yetu kutoka Bibi Salma Rashid Ramadhan. Lakini kwenye store yangu hapa na simulizi kibao kutoka kwa Salma Rashid Ramadhan. Asa wetu hapo moja katika sehemu ya 10 nitakupa dondoo ya simulizi gani nafuata baada ya hii kutoka kwa Bibi Salma Rashid Ramadhan, na nitakupa dondoo ya simulizi na husu kitu gani hasa, lakini nazo za kutosha. Kwa usicheze mbali na Simulizi Mix YouTube channel kwa simulizi kibao kutoka kwa Salma Rashid Ramadhan na waandishi wengi kibao, wale wa andishi bora na pendwa ambao wamewahi kupata simulizi zao kutoka hapa Simulizi Mix, na wengine wapya ambao wanakuja lakini kwa kasi kubwa sana. Tukutane katika sehemu ya 10. Nitakujuza mengi yanayokuja na yanayofuata kutoka hapa Simulizi Mix kutoka Bibi Salma Rashid Ramadhan na wengine wengi. Lakini ndio hivyo, mtaalamu Ismail kapenda kafa kaoza. Mwamba anamshauri kwamba usimchunguze bado tushindwa kumla. Jamaa anasema poa, tujaze mimba kama 3 hivi afu tutatulia tu. Wenge lote kuisha. Walishia vipi? Usikose sehemu ya 10 na ya mwisho kija kazi ya Maira. Natumai umeenjoy na kujifunza, lakini bado hatujamaliza simulizi yetu. Tukutane huko, bye bye.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya 10 na ya mwisho simulizi Kijakazi Amaira. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeshia pale ambapo Ismail aliamua kumpigia simu Amaira kutaka kujua aliolewa akiwa na miaka mingapi ili hali ana miaka 18. Alimwambia nimeolewa nikiwa na miaka 14. Akamuuliza naye mambo ilianza lini? Akasema nikiwa na miaka 10. Akasema astaki tena, bado usiniambie. Alijibu Ismail, sawa. Wewe sikia, huyo Shamimu ni shoga kwa mfanya yale basi. Ameshakula. Alafu umuulize nini shida. Nikija nachukua maelekezo kutoka kwako. Hajasema chochote kile, nadhani atakuwa ameachwa tu na mchumba wake labda. Hebu msiniingize mimi kwenye mambo yenu ya ajabu hayo. Alijibu Ismail na kukata simu. Amesemaje? Akauliza Samuel. Majibu ya kipumbavu tu. Mtu kwa miaka 14 si atakuwa ameanza huu shenzi akiwa na miaka 3. Samuel alishindwa kujizuia na kujikuta kicheka. Ukimchunguza bata utamla baba. Emwacha kumchunguza huyo mtoto utakufa. Pale umependa tena hujapenda mwenyewe, yani ni wewe na mwili wako wote. Utaishia kuumia tu. Wewe ridhika tu, mkeo kwisha, ila cha muhimu ni kwamba baba tia mimba. Yani akizaa weka. Ukifika watatu tutulia. Na atatulia. Alitoa wazo hilo Samuel. Yani tumewaza sawa kabisa mshikaji wangu. Alijibu Ismail. Tulishia hapo, tuende pamoja katika sehemu ya 10 na ya mwisho ya simulizi. Nikitumia nafasi hii kushukuru msikilizaji wangu kwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Natumai umeenjoy, umeburudika, umejifunza. Na mwisho wa simulizi kama nilivyokuambia ni mwanzo wa simulizi nyingine. Lakini pia kutoka kwa Bibi Salma Rashid Ramadhan tunakuwa na simulizi inayokwenda kwa jina la Moyo Mweusi, lakini simulizi ya ndoa yangu gereza langu. Lakini kwa sababu itafuata simulizi ya Moyo Mweusi kutokea hapa, nikupe kionjo inahusu nini. Simulizi ya Moyo Mweusi bwana inaanza picha likiwa liko hivi. Tunamwona kijana Nicholas akiwa yuko hospitali na mpenzi wake ambaye ni mchumba wake wa kuitwa Alia akiwa yuko ICU. Anahitaji damu na damu inatoka kutoka kwa ndugu wa binti ili kuweza kuongezewa damu na kuweza kuishi kwa maisha yake. Anakuja dada yake na Alia ambaye ni dada wa kambo. Yaani wamezaliwa mama tofauti kama sababu tofauti, lakini mama tofauti ila baba ni mmoja. Huyo wa kuitwa nani sijui. Yaani wa dada yake na huyo Alia anakuwa tayari kutoa damu, lakini anampa sharti moja mtaalamu wa kuitwa Nicholas. Kwamba mimi niko tayari kutoa damu kwa sharti moja. Nataka unioe mimi badala ya huyo Alia. Sasa mtaalamu anacheki njia pekee ya kumwokoa mchumba wake ni kupata damu kutoka dada yake. Hivyo anaamua kukubali kufunga ndoa na huyo bibie ili tu Alia mchumba wake aweze kupona. Kwa hiyo dada anatoa damu na binti anapona, na Nicholas anaamua kufunga ndoa sasa na huyo dada yake na Alia. Alia anaamua kujitenga mbali kabisa na Nicholas. Nicholas anafunga ndoa kulazimishwa. Kwa kisa kinakuja miaka 5 baadaye ndipo utakapojua nini maana ya Moyo Mweusi. Nisimalize uhondo wa simulizi yetu ya tamu kweli kweli, lakini ndoa moja ya moto sana. Ila moyo ni mweusi. Wanani Moyo Mweusi na ilikuwaje mpaka kwa Moyo Mweusi? Na nini tutokea mpaka tuseme kwamba ni Moyo Mweusi? Basi usikose katika simulizi mpya kutoka kwa Salma Rashid Ramadhani. Itakuja kutoka hapa Simulizi Mix. Sasa hivi tuendelee na simulizi yetu nzuri iliyotungwa na bibi huyo Salma Rashid Ramadhani, Kijakazi Amaira. Tuko sehemu ya 10 na ya mwisho. Ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix, WhatsApp 0677062012. Acha tuendelee na burudani. Unaambiwa kwamba hapa nawaza huyu kama kaanza na miaka 14 kuna mimba kweli pale ndio inayotarajia au ndio kajaza mivijiti tu mwili mzima. Hilo nalo neno aise. Ila yule amnakuelewa sana bwana. Wewe mwambie tu toa, anatoa chapu tu sana afu naweka mimba. Ismail aliinuka. Wapi sana ndio umeingia mdau? Naenda kushughulikia hilo sasa la Amaira. Hebu tulia bwana wewe. Hebu achala mchana wa jua kali sasa hivi. Sikia, kuna mzigo mwingine hapa natarajia kuupokea leo jioni. Ladha yake nimeambiwa kwamba ni babu kubwa zaidi ya hii hapa tulioitoa juzi hapa. Wewe sasa utaharibu soko wewe. Umetoa juzi leo tena unaleta mpya. Unaacha kwanza watu waitumie uitazame upokeaji wake ukoje. Ndio kama hujaenda hapo basi tunatoa nyingine. Sawa, ina shida. Alijibu Samuel na Ismail kama ameondoka. Yani unaondoka tena? Samuel, lakini unaenda wapi? Hebu kaa hapo bwana. Unafuata sana wanawake bana kila saa. Samuel alienda kumshika mkono Ismail na kumrudisha. Upande mwingine wa simulizi. Naona kesi tuliyokupatia imekushinda vile. Kwa hiyo utachukua kesi mpya na hii ya zamani mwachie amani. Lakini inspector, nilikuwa na kama kuna chochote kile unataka kuzungumza basi kizungumze ndani ya karatasi nyeupe. Inspector alimkatisha vili na kumpa karatasi nyeupe akimaanisha kwamba andike barua. Samani. Aliomba radhi vili na kubeba faili la kesi mpya aliyokuwa amepewa. Aliingia hadi ofisini kwake na kulitupa mezani. Upuzi gani huu? Alijiuliza vili na kubaki na fionza tu.
Amani alikuja na kuketi kwenye sofa na yeye akiwa na kesi ya la faili alilokuwa nalo Vili mwanzo. Vili alimtizama kwa hasira na kuondoka na faili lake. Amani alimshangaa tu na kuwaza kilichomkasirisha ni kipi labda. Sema sawa. Pande mwingine wa simulizi. Yaani kuna muda nikijifikiria kwamba nina dhambi ambazo hazina kusameka. Kuna matukio yanatokea na kuniambia dhambi zako sio chochote kile. Mama Juma alikuwa ameanza kusema hilo baada ya kutizama taarifa ya habari iliyorushwa hivi punde tu sebuleni kwake. Mama aliingia Karen na kuanza kulia na kumshtua Mama Juma. Jamani nini lakini? Yaani nimetoka tu kutizama habari za kutisha na mtu anakuja kuanza kunitisha tena na makelele yake hapa. Alalamika kwa sauti ndogo na kusimama akajinafikisha kwa Karen. Binti yangu Karen, kuna nini tena? Alienda kumpokea huku akimpooza mgongoni baada ya kumkumbatia. Hebu njoo ukae hapa, usisimame sana mkwe wangu. Mama yangu amenifukuza nyumbani na babangu amesema kwamba hataki kuniona na hii mimba kama nataka kuwa upande wake. Anamaanisha kwamba ukitoa atakupokea? Ndio mama. At least hujakosa vyote sasa. Nini? Namaanisha hapana. Uwezi kumtoa mjukuu wangu na ataishi hapa milele, sio huyo Ismail wala haukamke kake yako watakaoweza kukutoa hapa kwenye nyumba hii. Wewe pekee ndo ambaye una mtoto atakayeweza kuendeleza mali za Ismail. Hivi nilikwambia usirudi tena hapa na hukunielewa au? Akauliza Amaila baada tu ya kumtia machoni Karen. Unaongea hivyo wewe kama nani? Unadhani una mamlaka gani kwenye nyumba? Alijibu Mama Juma. Karen alibaki kana mtazama Amaila. Unaondoka uondoke? Akaulizwa Karen. Aondoke aende wapi? Je, pekee ndo ana damu ya Ismail ndani ya tumbo lake, kwa nini aondoke? Utoke si ndio? Akauliza Amaila na Karen alianza kulia. Mama, Amaila hanipendi mimi. Najua tu atatafuta kila mbinu na maneno machafu ya kuniharibia tu kwenye familia. Amaila aliguna kimtizama Karen. Usinilaumu. Aliondoka na kumwacha Karen akimtizama tu huku akiwa ameshapanga namna ya kukana barabara uhusiano wake na Victor. Kwani alikuwa na uhakika kabisa kuwa mimba alionayo ni ya Ismail na kwa vyote vile Ismail hawezi kuwa mbali na yeye, na aliona kama ni vizuri kutumia mimba alionayo sasa ili kusahihisha makosa yake. Amaila aliingia ndani ya chumba cha Shamimu na kugongeza mlango kwa nguvu akiufunga. Haya kuna nini tena? Akauliza Shamimu. Amaila alishatu pumzi. Yaani Karen kama ataendelea kubaki katika hii nyumba japo kwa masaa kadhaa Shamimu na kuapia nitamuua. Kwani kafanya nini? Aliuliza Shamimu. Simpendi, anistaki hata kumuona. Yuko hapa kwa ajili ya Ismail. Unataka nimcheke? Hapana, lakini si ana mimba Ismail yule. Na ndicho kinachonikwaza mimi zaidi. Anawezaje kubeba mimba ya mume wangu mimi? Alimuuliza Shamimu kwa hasira na kutoa macho kweli kweli. Amaira, umekuaje lakini? Aliuliza Shamimu baada ya kuona sura tofauti sana kwa siku hiyo. Mwambie Ismail aje amtoe huyu mwanamke wake hapa ndani. Nitamuua mimi. Nitamuua Shamimu. Niamini nikikwambia kama nitamuua. Alisikiliza kauli yake Amaila na Shamimu aliokota simu ambayo ilikuwa kitana akampigia Ismail. Amaila alikaa kwenye dressing table ya Shamimu na kufulumusha vitu vyote vilivyokuwa pale. Kuna nini? Aliuliza Ismail na akapokea na keleza Amaila. Mtoeni hapa ndani nitamuua mimi, alisitiza Amaila. Nakuja. Ismail alisema hivyo tu na kukata simu kisha akamtizama Samuel ambaye alikuwa akisubiri kuambiwa kuna nini. Vipi? Amaila huko. Sijui anasema atamuua nani. Twende. Samuel akaondoka na Ismail huko yeye naye akiwa mwisho na kurudishia mlango wa ofisi. Kafunge, alimwambia hilo sekretari. Jamani kuna nini? Mama Juma alikosokosa na perfume iliyokuwa imelushwa mlangoni. Mungu wangu, si nilishawaambia mimi huyu ni kichaa. Apeleke hospitali. Shamimu, embu toka huko ndani huko. Mama Juma alibaki akiwa amefungua tu nusu ya mlango na anaongelea kwa nje. Shamimu alipochomoka na kumwacha Amaila ndani ambaye hakusita kuendelea kuvuruga zake vitu mle ndani. Baada ya kadhaa Ismail alifika na Samuel na keleza Amaila ndio zikawa mlangoni kwa Shamimu. Sasa mnafanya nini nyote hapo badala ya mumtoe ndani? Wewe nenda kapambana na kichaa wako huko bana. Alijibu Juma na Ismail akamefungua mlango na Amaila alipomuona alimfuata kwa kikanyaga hadi chupa zilizokuwa zimepasuka zenyewe. Mwambie Karen aondoke hapa, sitaki kumuona. Alitoa amri hiyo Amaila akiwa ameshika kioo mkononi alichokuwa amekipasua na kumnyoshea Karen. Hebu leta hiki kwanza. Ismail alinyosha mkono wake na kutaka kile kioo kilichopo mkononi mwa Amaila. Kiachie basi. Amaila alikiachia na Ismail alimtizama namna jinsi alivyokuwa amejawa na vidonda kwa kujiumiza mwenyewe kwa kulukiwa na baadhi ya vitu alivyokuwa amevipasua. Mwambie aondoke hapa nitamuua. Alisita Amaila na watu hawakufahamu kwamba anamaanisha
Walijua tu kwamba ni hasira. Karen, Embo ondoka uje siku nyingine. Siku nikimwona tena hapa nitamuua. Alisisitiza Amaila na kumtizama Ismail kwa makini sana. Ismail alikusanya nywele za Amaila zilizokuwa zimeshatimka kichwani kwake na kuwa mfano mwendo azimu kweli kweli. Karen, ondoka na usirudi hapa. Geuka na umsisitize Ismail, alisema Amaila. Ismail aligeuka na kutoa kibanio cha nywele kilichokuwa kipo kichwani kwa Shamimu na kumfunga nywele Amaila. Karen, kwa sasa hivi Amaila hayuko poa. Mimi nitakufuata huko. Na hakikisha unanifuata. Mtoto wangu hawezi kukosa mapenzi ya babake kwa ajili tu ya mwanamke aliyeniibia mpenzi wangu. Karen aliondoka na Ismail akamtazama Amaila. Hebu jitazame namna ulivyo. Ulikuwa unafanya nini wewe? Ismail, siku akirudi hapa nitamuua, akasisitiza Amaila. Acha basi kuzungumza hilo neno. Unaona kwamba ni nzuri sana. Mtoka kwanza huko. Ismail alimshika mkono wa Amaila na kumtoa kule chumbani. Alimuingiza chumbani kwake na kuanza kumtoa baadhi ya chupa alizokuwa amezikanyaga miguuni. Alimtazama Amaila ambaye hakuonyesha kusikia hata dalili ya maumivu. Uko sawa wewe? Anisha kuwa sawa sijali, alijibu Amaila. Ismail alimtazama namna chupa zilivyokuwa zimezama ndani ya kinyanja cha mguu wa Amaila. Shamimu, Embo mpigie simu daktari. Ismail, niko sawa bana. Nataka tu kupumzika. Ismail, mwacha apumzike. Samuel alimtaka mwacha apumzike na Amaila aliitazama miguu yake iliyokuwa na damu. Namba socks ni vani sichafue kitanda. Hapana, wewe live hapo, usijali, alijibu Samuel na Amaila alijilaza huko akiwa anakumbatia mikono yake juu ya tumbo lake. Ameumia sana kiasi ahisi maumivu. Sasa huyu unamwacha alale usingizi mzito kabisa alafu unaivuta chupa ya perfume kwa mara moja. Kazi yote imeisha. Sawa, alijibu Ismail baada ya kupokea ushauri kutoka kwa Samuel. Walitoka nje na kumwacha Amaila. Ilikuwaje? Aliuliza Ismail. Alikuja ndani kwangu akiwa na hasira kweli kweli baada ya kumwona Karen na alisema nimtoe na au atamuua. Alijibu Shamimu. Huyo naye na hakuka mwili atamuua nani? Hebu atulie huko, alijibu mama Ismail na waliketi sebuleni kwa pamoja. Mauaji ya kutisha yametokea leo majira ya saa katika hospitali ya Upendo Hospital, huku mwathirika akiwa ni moja kati ya wafanyakazi wa hospitali hiyo. Daktari Hamisi Kharfan akiwa ndo muhanga wa tukio hilo amekutwa akiwa ameuliwa ndani ya ofisi yake huku sehemu zake nyeti zikiwa mdomoni kwake. Shamima alishtuka hadi akadondosha simu iliyokuwa mikononi mwake. Familia nzima iligeuka na kumtizama kwani alishtuka katika hali ya kushangaza sana. Vipi mwenzetu? Aliuliza na mama yake, na Shamimu hakutaka kuteta chochote kile zaidi ya kumshika kakake Ismail mkono na kumtoa nje kuzungumza naye. Alifika nje na kutizama kama kuna mtu karibu yao. Ismail alibaki kwa mtizama katika hali ya mshangao sana. Kaka, Amaila kaua. Kaua nini? Yule dokta alionyeshwa kwenye televisheni pale. Ismail alimtazama na kumwambia, hebu ongea vitu vinavyoeleweka wewe. Amaila ni muuaji. Ismail akacheka na kupeleka mkono wake kwenye uso wa mdogo wake. Naona malali imeshaanza kupanda kichwani, alijibu Ismail na kuanza kuondoka, ila Shamimu alimwahi kwa mbele. Niamini mimi, huyu dokta kamua yeye. Amuue nani bana? Wewe unaona mauaji yani ya kumchoma mtu kisu au kumwekea sumu? Shamimu, nyeti za mtu zimekatwa ni mauaji ya kikatili sana hayo. Na ndio niamini nikikwambia kwamba Amaila ndo muuaji kaua. Unaongea vitu gani wewe? Amaila gani kwanza hapo namuongelea? Kaka, wewe uone kitu alichotoka kukifanya hivi punde. Nusu ya glasi imeingia kwenye mguu wake na wala hajari au wewe hujaona. Na amepata maumivu hadi ameshindwa kutambua kama alikuwa ameumia ndani. Bana Shamimu, endelea kukataa tu kweli, ila Amaila ndo kamuua, alijibu Shamimu na kutaka kuondoka. Ismail akamshika mkono na kumzuia. Labda kwa sababu unaongea haraka ndo maana sikuelewi. Hebu nieleweshe sasa. Shamimu alianza kumsimulia kaka yake yaliyomkuta hadi alipokuwa amemwambia Amaila na kumwambia namna ambavyo anataka Daktari Hamisi akumbwe na balaa la namna gani. Shamimu, hivyo havikufanya useme Amaila ni muuaji? Ipo sababu unayoificha na ndo nataka uniambie hiyo. Shamimu akamtazama kaka yake na kutaka kusema jambo lakini alisita. Niambie. Kuna mfuko alikuja na akauficha chini ya kitanda, labda ndo una kisu hicho. Kitanda gani? Chake na bibi. Ismail alimpita Shamimu na kuingia ndani, huku naye Shamimu akawa anamfuata kwa nyuma. Leo habari za mauaji kila saa. Nimetoka kusikiliza tena taarifa nyingine hapa ya mauaji muda sio mrefu. Binadamu ni makatili sana jamani. Huyu dokta si yule ambaye alikuwa ametudumia jana tu hapa. Mimi hata simuonee huruma jamani, listahili kabisa wanaume siku hizi kumbe wanatumia uchawi kuwapata wanawake. Michupa yote hiyo ndani ya ofisi yake ni ya kazi gani ise kama sio kichawi tu hicho?
maana hayafanani tena hospitali. Alijibu bibi. Ismail alifunua godoro na hapa kuwa na mfuko kama alivyokuwa amebishana na Shamimu hapo awali. Aliweka hapa, alisema Shamimu, na kujaribu kuinua godoro zaidi. Ismail alitoa lote na kuanza kukagua wote wawili hadi chini ya kitanda. Kaka, na hapa kuna kitu Amaila aliweka chini ya kitanda. Muda huo Amaila alionekana kukiflash choo na akitaja jina la Shamimu kwa sura mpya kabisa. Labda amekichukua kaka, ila nina uhakika kile kitakuwa ni kisu alichokifanyia mauaji. Ismail alishusha pumzi ndefu na kumtizama kisha akamuuliza, una uhakika Amaila ndo amehusika? 100%. Basi kama mbali naye, alijibu Ismail, na Shamimu akatikisa kichwa ishara ndio. Upande mwingine ni kwamba Vili alifurumusha faili lenye kesi aliyokuwa amepewa inayomhusu Dr. Hamisi Mbali. Kesi gani? Haina kichwa wala miguu. Yaani kesi ya mapenzi ndio nipewe mimi kweli? Akiona jilalamisha, simu yake iliita na alikuwa ni bosi wake. Hello Inspector. Uko wapi Vili? Watu tayari wako eneo la tukio. Inspector, nitaenda wakati hakuna watu wengi bana. Kivipi? Kwani hutambui kwamba wewe ni askari wa kawaida toka ni kunyang'anya kesi ile? Hujafungua email yako? Inspector, unamaanisha nini? Wewe sio undercover tena. Kesho ripoti kituo cha kati hapo mjini. Hakikisha kwamba unafungua email yako. Simu ilikatwa na Inspector. What? Nimesikia vibaya au ndo sijaelewa? Kwamba nimekuwa askari wa kawaida? Kivipi yani? Alijiuliza Vili, na Amani aliingia ndani. Alienda akamkwida shingo yake. Umeweza kunifanyia mimi hivyo? Kukufanyia nini, mbona sikuelewi? Aliuliza Amani. Umefurahia kwa mimi sio undercover tena? Sio undercover tena? Unamaanisha nini? Mbona mimi sikuelewi? Akauliza Amani ambaye taarifa hizo alizipata kutoka kwa Vili. Acha kuact kama vile hutambui hili, alisema Vili kisha kama mpiga ngumi. Kila mara ulikuwa unatamani kuwa hapa nilipo. Asa nakwambia tu, nitaichukua hiyo nafasi yangu ulioweza kuichukua. Hutakaa nayo muda mrefu, ngoja tunauone. Vili akaondoka akiwa amefula kweli na akili yake sasa ilimwambia ili aweze kuaminika tena na Inspector inamlazimu yeye kumpata muuaji wa kesi aliyokuwa amepewa ndani ya muda mfupi ili kuonyesha ufanisi wa kazi yake. Ndani ya siku kadhaa tu nitahakikisha kwamba nampata huyo muuaji na kurudisha heshima yangu. Upande mwingine wa simulizi. Kwa nini umemwambia? Akauliza Maila akiwa ameegemea mlango na kumtizama Shamimu aliyeshtuka na kudondosha ufagio kwani alikuwa akisafisha chumba chake. Kwa nini umemwambia? Akauliza tena Amaila na kuanza kupiga hatua zake kumwelekea. We, funga mdomo. Amaila alimwahi Shamimu ambaye alikuwa ameshindwa kumuita kakake Ismail. Nilikwambia nini na ukafanya nini? Amaila aliita Ismail na Amaila akainama akaokota ule mfagio na kuanza kufagia. Shamimu alitoka mbio na kumkimbilia Ismail kwa kumtizama Amaila kwa uoga. Nini kimetokea? Aliuliza Ismail. Hamna, just nimekuja tu kumsaidia na shangaa na niogopa, alijibu Amaila. Alikuwa ananiangalia kwa macho ya ajabu kaka. Macho ya ajabu sana. Shamimu, unazungumza vitu gani wewe? Aliuliza Amaila akitabasamu. Ismail kumtazama Shamimu na Shamimu alikataa kwamba Amaila hakuja pale chumbani kwake kumsaidia afanye usafi. Ismail kabaki akiwa dilema na asielewe nani anasema ukweli kati yao. Amaila alita Ismail. Shamimu hayuko vizuri, hata wewe mwenyewe unaona kabisa. Alijifungia ndani. Usifanye chochote kile cha kumtisha. Lakini nilikuwa namsaidia tu kufanya usafi. Hataki. Hatoka chumbani kwake. Sawa. Amaila aliweka fagio chini tena kwa adabu kabisa na kuondoka. Hali kama imenyongea hadi ungeweza kusema watu wanamuonea yeye. Ismaili alihakikisha amefika mbali akamuuliza ndugu yake. Amekufanya nini? Alikuwa ananitazama kwa macho ya kijambazi kabisa. Yaani macho, yaani kama anataka kuniua hivi. Alisema chote kile. Ndio, kwa nini nimekwambia? Ndio aliniuliza hivyo tena nilipokuwa nataka kukuita tu kama nifokea kwa sauti ya ajabu na ya kutisha sana. Amaila huyo? Ndio. Alishangaa Ismail. Hii mbona sasa kama hatari? Aliuliza Ismail na Amaila akiwa chumbani alikumbuka namna Shamimu alivyokuwa amemkimbilia Ismail na kwenda kujificha nyuma yake huko akimtizama yeye kwa uoga. Kwa nini nitazama kwa macho yale ajabu namna ile? Kwa nini nilimwambia asiseme na akasema? Ismail akaingia ndani na kumkuta Amaila akiwa anajisemesha mwenyewe huko akiwa kama vile amechanganyikiwa fulani hivi kutokana na alivyokuwa anatembea na kung'ata kucha zake. Ismail akamfuata na kumshika mkono Amaila ambaye aligeuka na kumtizama kwa mshangao. Vipi? Akauliza Ismail akimshangaa Amaila kwa namna jinsi alivyokuwa anamtizama yeye. Amna, Shamimu amesemaje? Umemtizama vibaya sana leo na umeongelesha pia kwa sauti ya ajabu. Amaila kabaki kimya tu kwa sekunde kadhaa bila kusema chochote kile. Lakini sikufanya hivyo. Na nilishakukataza kudanganya, alijibu Ismail na kumfanya Amaila atolee. Ila sikumaanisha kumtishia, nilimuuliza tu kikawaida yeye ndo akaipeleka sentence yangu katika hali ya kumshtua.
Kisu kiko wapi? Sijui chochote kile kuhusu kisu. Mimi kwanza najisikia njaa, naenda kupika nile. Amaila aliondoka na kumwacha Ismail chumbani. Ismail alishika tu kiuno chake na kushindwa kumwelewa Amaila. Upande mwingine wa simulizi, kuna nini? Amenikela sana Shamimu. Yaani libaki kidogo tu nimue kama sio kakake kuingia pale ndani. Shamimu yule wifi yako? Ndio yeye. Tuliahidiana tusiseme chochote kile kwa Ismail kuhusu yule dokta. Mimi nimetimiza ahadi yangu, ila yeye kashindwa kufanya hivyo. Akamwambia Ismail. Akamwambia nini? Ya kwamba nimehusika na mauaji ya Dr. Khamis. Alijibu Amaila na kuanza kujikuna. Hivi unakunywaga dawa zako ile? Dawa gani? Akauliza Amaila na kumkazia macho mzee yule aliyebaki kimya tu. Ushampata Cholo? Bado. Fanya juu chini umpate. Alijibu Amaila na kubeba pochi yake akaondoka. Alipoondoka tu mzee Kismat alimpigia mtu mmoja simu. Halo dokta, hivi Amaila anaendeleaje? Abolo umenipigia simu maana nimetafuta namba zako zaidi ya miezi sasa hivi na sijazipata. Kwa nini? Aliuliza dokta. Amaila hajafuata dawa zake zaidi ya miezi sasa. Anaendeleaje? Nilijua tu kwa sababu tabia zake zimeanza kujirudia. Nazifuata. Alijibu Mr. Kismati, na alipokuwa amepiga hatua zake kadhaa, aliamua kupiga simu kwa mara nyingine tena. Halo, Ismail, tunaweza kuonana? Wewe nani? Tukutane Subway kama unataka kumwokoa Amaila. Mr. Kismati alikuwa amekata simu yake na kumshangaza Ismail ambaye alikuwa ameweka laptop yake mezani pale sebuleni huku akielekea chumbani. Alianza kumtafuta Amaila mle ndani na hakumpata. Kaenda wapi tena lakini? Akajiuliza Ismail. Alizipita dakika 19 akiwa anasubiria Amaila ambaye bado hakumuona. Aliona muda umeenda, ni vyema amfuate yule aliyekuwa amempigia simu. Tafadhali jamani, Amaila akifika hapa nipigie simu. Alimwambia Roro Victor na kutoka. Upande mwingine wa simulizi, umezitolea wapi hizo picha? Karen alimuuliza Cholo. Nipe fedha, nitakupa hadi video zake. Cholo baada ya kukosa hela ya Kamali sasa alikuwa ameamua kumfuata Karen na kuanza kumuuzia picha za faraga zake na Amaila. Una hakika una video? Aliuliza Karen na Cholo alichukua simu yake. Picha tu, nipe milioni za kutosha kama 3 hivi tu. Una wazimu wewe? Milioni 3? Milioni kwa hivyo vipicha ambavyo bado Amaila anangoza ndani? Sawa, nipe milioni 1 ili tuzidi kupiga kazi zaidi. Haya, nitumie kwanza hizo picha. Pesa kwanza. Alijibu Cholo na Karen kama mtizama kisha kama ametoa pochi yake na kuandika cheki. Cholo alipokea na kutabasamu kisha akamwambia Karen ampe namba zake ili amtumie. Vipi kuhusu video? Akauliza Karen. Andaa milioni 5, tofauti na hapo upate. Make sure utakuja kutoa ushahidi pindi utakapohitajika. Asio lazima nije mimi. Kuna watu zaidi ya 5 watakaoweza kutoa ushahidi juu ya Amaila. Watu zaidi ya 5? Picha hizo siwezi kukupa maelezo zaidi kwa milioni 1, ila kwa makini sana na Amaila. Sio mchovu kama unavyomuona. Cholo alinuka na kutoka pale alipokuwa amekaa na kuondoka huko akimwacha Karen akiwa na maswali mengi kichwani mwake. Alitazama zile picha zilivyokuwa na tayari kwenye simu yake na kuona amepata kitu kipi ambacho kingeweza kufanya kumkomesha Amaila bila kujua anacheza na nani. Na kashaonywa kwamba sio mnyonge kama anavyoonekana. Upande mwingine wa simulizi. Oh, umekuja? Ndio, huyu anaitwa Ismail, ni mume wa Amaila. Karibu sana. Asante. Alijibu Ismail ambaye hakuelewa mpaka muda huo. Dr. Musa, karibu kae. Ajitambulisha kwa jina la dokta. Ismail akaketi. Vipi maendeleo ya Amaila? Sikuelewi yani. Alijibu Ismail. Hafahamu chochote kile kuhusu matatizo ya Amaila. What? Mbona ni hatari hiyo? Akauliza dokta. Hatari gani? Hembu ongeeni vitu vieleweke basi. Amaila ana matatizo ya akili. Ana matatizo ya akili? Kwamba ni kichao? Hapana, ila ameathirika kisaikolojia kwa yale yaliyomkuta miaka ya nyuma. Vitu gani sasa? Nilikutana na Amaila akiwa na miaka 11, akiwa stand alikuwa ameingia chini ya uvungu wa gari bila mtu kumuona. Saa 1 ile usiku huko akiwa ameweka kichwa chake kwenye tairi la gari akisubiri tu gari liwashwe na kupoteza maisha yake. Alishangaa Ismail maelezo ya Mr. Kimati. Nilimchukua na kuanza kumlea, lakini nikagundua kila mara alijaribu kujiua. Nilimchunguza kwa kina na kumleta hospitalini hapa. Niligundua kwamba aliingiliwa na wanaume hadi sehemu zake za nyuma. What? Umeniambia alikuwa na miaka 11? Alimuuliza Mr. Kismati. Ndio. Nani alithubutu kumwingilia mtoto mdogo namna hiyo? Hakuwa mmoja, mkeo aliingiliwa na wanaume zaidi ya 5 kwa umri ule ule. Aliathirika kisaikolojia na kuanzia hapo alikuwa mteja wangu. Ilianza kumhudumia kidogo kidogo hadi alipokuwa amekaa poa, lakini alikuwa na tabia ya kuwa na hasira za haraka sana na kuchukua maamuzi hapo hapo, na bahati mbaya sana ni kwamba
maamuzi yake yanaona kifo ndio kinachomfaa yote yule anayemsumbua. Mungu wangu Amaila. Sasa ni ameacha hizo dawa au ni vipi? Maana leo tu kashaua mtu. Ndio, ana zaidi ya miezi 2 hajaja hapa kuja kuchukua dawa zake. Nilisi tu hata kuwa sawa kadri siku zinavyozidi kwenda. Ni kweli dokta, alikuwa ni mzima kabisa na salama, lakini hivi sasa wiki hizi 2 za mwisho hizi amekuwa ni kama kichaa, na kauli yake kuu nitaua, nitaua hivyo tu. Alimwambia Shamimu, aliniambia hivyo, na nilijua kabisa kwamba ameacha kutumia dawa kwa sababu hajawahi kabisa kumuongeleaga Shamimu kwa ubaya hata siku moja mbele yangu. Hebu nipatie hizo dawa na maelekezo yake. Atakunywa hata aidha anataka au hataki. Ismail, ni vyema kama Amaila atakubali kunywa mwenyewe hizo dawa, na pia counseling kwa mara nyingine inahitajika juu yake. Yaani atafanya, atajua yeye atafanya kwa heli au kwa shali. Wewe andika tu kila kitu hapa ambacho anapaswa kufanya. Alijibu Ismail na kuinuka kabisa kwenye. Mr. Kismati alimtazama na aliona kabisa sasa huyu kichaa mwingine huyu. Sema sawa. Daktari alimtazama Mr. Kismati ambaye alimpa ishara ya kwamba ni salama tu afanye kile Ismail anataka. Amaila akiwa amerudi nyumbani na kufungua mlango wa sebuleni, alimkuta Shamimu akiwa anatazama movie kwenye laptop yake. Shamimu baada ya kumuona aliinuka kwa hofu na kudondosha laptop yake huku akimkimbia na kwenda kujifungia chumbani kwake. Nini ukimbia tumeona mzimu au? Aliuliza na mama yake, lakini hakuwa hata na muda wa kujibu. Mama Juma alishangaa kumuona Amaila sebuleni. Makubwa, mbona shoga yako anakukimbia kama vile ameona mzimu hivi? Amaila kaelekea hadi kwenye chumba cha Shamimu na kuanza kufungua kitasa, ila aligundua kama kimefungwa. Alianza kwa nguvu huku akiwa amepandisha hasira zake sasa. Fungua mlango. Nimesema fungua haraka. Bwana Shamimu kufanya kile ambacho Amaila alikuwa amemwambia. Hunijui Ngoja sasa nifungue huu mlango alafu uone nitakachokufanya wewe. Shamimu alitafuta simu yake na kumpigia kaka yake ambaye aliita akiwa yuko nyuma ya Amaila, ambaye alikuwa amefungua mlango kwa kupitia kibanio kilichokuwa kipo kwenye nywele zake. Amaila aligeuka kwa kushtuka sana na kukutana na Ismail nyuma yake akimtizama. Kaka, aliita Shamimu kwa sauti kubwa sana alipokuwa amekata simu, nayo simu ya Ismail ikawa imekata. Amaila alimfuata Ismail akitaka kujitetea, na alikumbana na kibao kimoja kilichoshtua nyumba nzima, kwani palikuwa na ukimya, hivyo kibao kilisikika kweli kweli. Shamimu alipofungua mlango alikutana na tukio hilo. Hata mwenyewe limuogopesha na kubaki akiwa pale pale mlangoni. Amaila alitaka kuzungumza tena, kwa mara nyingine alipigwa kibao kingine. Mungu wangu. Mama Ismail alipiga kelele baada ya kukutana na kibao kilichoshtua Amaila kwa mara ya pili. Yaani aliona kabisa kilikuwa ni cha tofauti na umri wake. Damu zilianza kumtoka Amaila mdomoni, na Amaila alimtazama Ismail akiwa amekasirika. Alilambwa kingine na kuambiwa na Ismail, usinitazame mimi kipumbavu namna hiyo. Unanipigia nini? Akauliza Amaila, na jibu lake lilikuwa ni kibao kingine. Baba Juma. Alita Mama Juma, maana wenyewe wanajua moto wa Ismail akienda tu kumzuia watachanganywa wote. Amaila akarudia kumtizama tena, safari akitikisa kabisa hadi na mdomo wake, na aliwekwa kingine tena. Hichi kilikuwa kikubwa kuliko vyote alivyokuwa amepigwa. Amaila aliondoka hadi chini na kukunja ngumi yake kwa hasira, huku macho yake yakitilisha machozi. Kaka basi, Shamimu alianza kumwombea msamaha. Alipokatwa tu jicho moja akarudi nyuma na kufunga mdomo wake. Jamani Juma, hebu njoeni basi mumtoe huyu mwenda wazimu hapa, atamuua mtoto wa watu. Amaila alitaka kuinuka pale chini na Ismail akamrudisha kwa kumkanyaga. Ismail aliita Amaila kwa kitoa pumzi zake nje zilizokuwa na ghadhabu za kutosha. Sitavumilia zaidi, achana na mimi. Alifoka Amaila na alikumbana na kibao kingine pale pale chini. Kaka basi, aliingilia kati Shamimu na kumsukuma Ismail, kisha akainama akimkumbatia Amaila huku yeye mwenyewe akianza kulia. Kanilete maji mama. Hapana Ismail, inatosha. Kalete maji kwenye glasi. Alifoka Ismail na mama yake alisema sawa, huku akiwa anakimbia kwenda kuleta maji. Msimamishe huyo. Kwa nini? Inatosha bana. Unampigaje mke wako kama unampiga mwizi namna hii? Kama nataka kumpiga tena vilivyobakia nipige mimi. Alizuia Shamimu na kuinuka yeye huku akiwa anamwacha Amaila chini. Shamimu na yeye alichapa kibao. Mwache, una shida gani wewe? Akauliza Amaila na kuinuka, kisha akamshika mkono Shamimu na kumweka nyuma yake. Mwache mtoto wa watu. Mwache mtoto wa watu, nimesema mwache. Ameshakuwa mtoto wa watu wewe. Si ulitaka kumuua wewe? Hayakuhusu. Mwache Shamimu wangu, kama unataka kunipiga nipige, nipo tu hapa, ila Shamimu usimguse. Amesha kaa huko nyuma na wewe, hakuna kutoka. Amaila alimzuia Shamimu nyuma yake. Mama Juma alishafika na glasi ya maji. Mpe huyo. Amaila alipokea na moja kwa moja alimwagia Ismail usoni.
Usisubutu kumpiga Shamimu mbele yangu kwa mara nyingine tena. Kama una maasila yako malizia kwangu, Shamimu hausiki kabisa hapa. Ismail alimtizama Amaila kwa macho ya kutisha na Amaila akarudi tena nyuma huko akanamrudisha na Shamimu nyuma. Alianza kupiga hatua kumsogelea na Shamimu alimvutia chumbani kwake kisha akaufunga mlango na wote wakabaki pale mlangoni wakizuia licha ya kufunga na funguo. Ismail tabasamu tu na kuondoka zake akiamini ameshamaliza ugomvi baina yao, japo alitumia njia ngumu na mbaya kweli kweli. Alimpita mama yake akiwa na tabasamu na mama yake alishangaa mwanae ni ameanza kuwa kichaa ama ni vipi. Shamimu na Maila walibaki pale pale mlangoni wakiwa wamesimama na kuzuia. Ngoja nilete kocha hapa. Simama hapo hapo uzuie. Shamimu, fungua, ameshaondoka. Ameondoka? Akauliza Shamimu kwa mshangao. Ndio, fungueni. Amaila akafungua na Majuma alipokuwa ameingia tu ndani. Aliufunga mlango mwenyewe. Mungu wangu jamani. Muone mtoto wa watu. Mama Juma alimtizama Amaila ambaye alikuwa ameshaanza kuumuka uso wake. Shamimu alijikuta akiwa anacheka na kujiziba mdomo wake. Shamimu, unanicheka? Nimekuwa mbaya sana Kidogo. Alijibu Shamimu akiwa anampiga picha na kuanza kucheka tena. Hivi Shamimu, unacheka nini mshenzi wewe? Unaona mwenzako namna alivyokuwa kama nyanya hivi huko usoni na unamcheka? Ila kaka Ismail bwana hajawahi kumpiga hivi Karen hata mara moja. Umepigwa sana shogangu, yani umepigika haswa. Najua tunamrudishia wapi. Wewe ngoja na uone, alisema Shamimu. Tena umrudishia haswa? Yani Ismail ameshanichosha mimi. Halafu na mimi wanaume mingine bwana imeenda wapi tena? Maana nimeita hadi nimechoka. Ajitokeza hata kidogo. Alalama Majuma. Upande mwingine wa simulizi. Wakati upande mmoja ukisikia ukilalamika, upande mwingine ukishangilia ajabu. Leo ni siku yangu ya bahati, yani kuanzia asubuhi Mungu yuko upande wangu mimi. Cholo alikuwa ameongea hayo huku akiwa anakusanya kete zote zilizokuwa zipo kwenye meza ya Kamali upande wake. Vipi, unataka tucheze tena? Akaulizwa na Juma ambaye ndo alikuwa ni mpinzani wa Cholo kwenye Kamali. Naenda na nitarudi. Haujanishinda na kuambia nitarudi. Juma aliondoka na Cholo alichikilia ushindi wake. Tumefanya kama ilivyokuwa umetuelekeza bosi. Vizuri. Mtu anapokuwa mgeni katika kasino letu hakikisheni kwamba mnamhudumia vizuri. Ameondoka na shilingi ngapi? Kama milioni 30 hivi. Vizuri. Mr. Juma atarudi tu hapa na kwa wakati mwingine ifanye bahati siwe yake tena. Bosi wa kasino lile alikuwa ameondoka baada ya kutoa maagizo ya kwa Cholo akaribishwe vizuri pale kasino, kwani ni mgeni na Juma aliwe tena kwa mara nyingine kabla ya kuachiwa na yeye kula, kwani yeye ni mwenyeji kwenye kasino lile na hata aliwe mara ngapi atarudi tu pale pale. Basi bwana, usiku ulifika na ulikuwa ni muda sasa wa kulala, ila ghafla tu Karen aliingia ndani. Niache, alimkataza mlinzi amuache na Ismail alimwambia mlinzi amuache na kuondoka pale. Ni kusaidiaje? Akauliza Ismail. Karen alitoa bahasha kwenye pochi yake na kuitupia mezani. Mama Juma alichukua kwanza kabla ya Ismail na kuifungua tizame kuna nini ndani. Alishangaa baada ya kutoa picha na kumtizama Amaila ambaye alikuwa akila tu chakula chake bila hata kujali kinachoendelea. Shamimu alisogea na kutazama alichokuwa mshangaza mama yake na alishtuka. Alivuta ile picha ili atizame kwa makini na Juma aliwahi na kuivuta. Mama Juma alitoa picha zote kwa kimfanya Ismail na yeye pia achukue picha moja. Sasa meza nzima ilikuwa ikiwa na angalau picha moja ya Amaila akiwa na Cholo. Ismail alimtizama Karen ambaye alimwambia, "Unamwona kama mtoto sana ni mtakatifu, nataka nikwambie ana machafu zaidi ya hayo unayoyaona hapo." Akasisitiza Karen na Amaila alimaliza kula chakula chake kisha akawa ameinuka na kuondoka zake. Ni vile amekupa nini? Mara ya kwanza wewe na yeye mlinitumia mimi picha za akiwa na vili. Alafu hizi picha sio ngeni, mbona juzi tu mlinitumia tena? Aliuliza Ismail na Amaila akarudi akiwa na simu kubwa. Aliwatumia message watu wote kwa pamoja kisha akaenda zake kuketi kwenye sofa. Kila mtu alishangaa message gani ambazo zilikuwa zimeingia katika simu wakati mmoja kwenye simu zao. Walifungua kwa sekunde zile na Mama Juma alipiga ukunga. Mungu wangu. Huko akimtizama Karen. Kuna nini? Akauliza Karen naye alipokuwa ametoa simu yake na kutizama aliona video kati yake na Victor wakiwa na busiana ndani ya nyumba ile ya kwao. Simu yake ilimponyoka na sasa kesi ikamwamia yeye. Wewe mtoto unasubutuje kushare mwanamke mmoja na kakako? Juma alimuuliza Victor ambaye alibakia akiwa amepigwa na butwa. Hauni uchafu ambao hauwezi kuvumilika ise. Alisema hilo Baba Juma. Hapana, yuko haba mchafu anasubutuje kumlagai huyu mtoto mdogo kwenye hili. Shame on you Karen. Hivi kwanza hata hiyo mimba ni ya kakangu kweli? Shamimu, unaongea vitu gani?
hii mimba ni ya Ismail. Mimi na Victor tulikuwa na mahusiano nilipokuwa Marekani na uhakika kabisa hii mimba ni ya Ismail. Na kwenye hii video mpo Marekani Akauliza Mama Juma. Unasubiri kufanya uchafu ndani ya nyumba yangu? Yaani unalaje na watoto wangu wote wawili? Hivyo ufahamu au ni unajitoa tu ufahamu kwamba Victor na Ismail ni ndugu? Najua, alijibu Karen na Mama Juma alishindwa kuvumilia zaidi, alimfuata na kumlamba kibao. Unajua na ukaendelea kufanya tu, si ndio? Mchafu sana wewe binti. Yaani unasubutuje kulala na ndugu kwa wakati mmoja? Nilikuwa nikikutetea sana wewe na kwa Ismail, ila wewe ni mchafu, sitaki kukuona wewe wala kusikia simu yako tena. Usisubutu kabisa kukanyagisha miguu yako hapa ndani kwangu. Toka! Mama, alita Karen na Baba Juma alikazia. Usilete miguu yako hapa. Na au nitamwambia mniza kupiga risasi. Karen akaondoka akiwa analia na Baba Juma akamgeukia Victor. Kesho urudi kwenu. Sihitaji kukuona hapa tena. Baba Juma aliondoka wa kwanza huku mkewe akiwa anamfuata baada ya kumfyonza Victor. We twende ukanywe dawa huku. Ismail alinuka na maneno hayo na Amaila alimtizama anamsemesha nani, ni yeye au Shamimu. Amaila alita Ismail na Amaila kainuka kwa mshangao. Mimi nina dawa gani? Akainuka na kumfuata Ismail nyuma. Na wewe huna utoto wote hapo. Huko kabisa na akili zako timamu ulisubiri kufanya hivyo. Shamimu alimgeukia Victor. Kesho hatutaki kukuona hapa. Uondoke. Alisema Juma na kusepa zake. Na uondoke kweli kweli yani. Tulikupokea kwa furaha kubwa sana, ila ona umeondoka ukiwa umeacha vidonda vya kutosha moyoni mwetu. Shamimu aliondoka huku akiwa anatikisa kichwa chake kumsikitikia Victor. Baada ya watu wote kuondoka, Victor alishusha machozi yake kwa huzuni kubwa sana kujutia alichokuwa amekifanya. Amaila aliingia ndani na Ismail kama amemtaka achukue jagi kwenda kuleta maji. Ismail, umesema dawa gani eti? Weka lete maji na urudi haraka sana. Upande mwingine wa simulizi. Umefanya kosa kubwa sana Victor, unapaswa kwenda kuzungumza na kaka yako Ismail. Ila sio sasa hivi. Atakuwa na hasira sana japo hajasema chochote kile. Ila hakikisha kabla hujaondoka unaenda kumwambia ukweli wote juu yako na Karen, hata kama hata kusamehe, ila hata kuwa na chuki kubwa sana kama alionayo juu yako kwa sasa hivi. Bibi alimshauri hilo Victor na kumkumbatia akimwonea huruma kwa lile limemkuta. Naona aibu sana bibi. Najisi mkosaji sana kwa kiasi kikubwa. Ni kweli umekosea kwa kiasi kikubwa, ila kila kosa lina msamaha isipokuwa la ushirikina tu. Na namfahamu Ismail. Ukimwambia ukweli kabisa atakusamehe kabisa. Naona aibu, nitasubutuje hata kumsogelea. Alijibu Victor huku akiwa anashusha machozi na kujutia katika kile alichokuwa amekifanya. Amaila karudi ndani na kumkuta Ismail kama amechomoa dawa ya mwisho. Amimina maji kwenye glasi hapo. Amaila kamimina maji kwenye glasi na kumpa Ismail kwani alihisi huenda dawa zile ni za Ismail. Ismail akachukua mkono wa Amaila na kumwekea dawa. Haya, kunywa. Ninywe? Akauliza Amaila kwa mshangao na kutazama vidonge alivyokuwa amepewa na Ismail. Alishtuka baada ya kuviona vile vidonge na alimtizama Ismail. Kunywa dawa. Akasema Ismail na Amaila alianza kuviweka taratibu mdomoni mwake huku akiwa anajiuliza, inakuwaje vile vidonge Ismail ampe? Ikiwa yeye haja vichukua zaidi ya miezi, Ismail amevitolea wapi? Alishia kuvinywa vile vidonge huku akiwa anaacha maswali mengi kichwani mwake. Tayari ndio. Alijibu Amaila na kufungua mdomo wake kudhibitisha kama amevimeza. Nimeweka alamu kwenye saa hapo. Hapa ukisikia tu ujue ni muda wa kunywa dawa. Nisikute umeskip, sawa? Ndio, alijibu Amaila. Haya tulale. Alijibu Ismail na kupanda kitandani. Ismail, umetolewa wapi hizo dawa? Kwani wewe video ile umetolea wapi? Akaulizwa naye Amaila na alibaki kimya. Upande mwingine wa simulizi. Unasemaje? Yaani ulikuwa na mahusiano na mtu na mdogo wake Karen? Tena ufunge huo mdomo wako, maana babako akizisikia balizi atasema umerithi tabia zangu mimi. Hivi unajua kwa nini babako yuko mbali na mimi? Ni kwa sababu alinifumania na rafiki yake nilipokuwa na mimba yako. Yamebaki mahusiano ya kukulea wewe tu na hakuna mahusiano mengine. Sasa naona umefuata nyayo zangu. Utapitia yale nilikuwa nimeyapitia mimi, na ndo utafahamu kwa nini uaminifu ni jambo bora sana kwenye mahusiano. Mama Karen alimchamba mwanae na kumtaka huo upuzi wake asisubutu kumwambia babake kwani hatapata chochote kile tena kutoka kwake. Bana. Lakini sawa. Ismail alita Amaila baada ya kuamka asubuhi na Ismail akiwa bado kitandani. Ismail alifumbua macho yake na kumtizama Amaila. Victor anakuita. Mambo gani haya? Anataka nini bwana? Akauliza Ismail akiwa anafyonza na kuamka kutoka kitandani. Upande mwingine wa simulizi. Hii kesi mimi ndo sielewi au ni nini? Alijiuliza vile ambaye alikuwa ameamka
akivalia njuga kesi ya Dr. Hamisi. Kila kitu akieleweki hapa. Haya mauaji ya kutisha yamefanywa na nani? Kama naona kabisa namna jinsi ambavyo naendelea kuwa loser, kesi haieleweki kabisa. Siwezi kupata chochote kileo. Alijiambia vile na kujikatia tamaa mapema sana. Upande mwingine wasiplize. Haya, unaenda wapi sasa hivi? Aliulizwa Karen. Mama, siwezi kujifungia ndani, nahitaji kujirefresh, siendi kwa Ismail mimi lakini. Na bora usiende kwa sababu sitaki babako akate matumizi ya humu ndani kwa ajili ya ujinga wako wewe. Karen aliondoka zake pasina kusema chochote kile. Alikuwa na miadi ya kukutana na Cholo ambaye aliona kabisa ni kama vile amemdanganya kuhusu zile picha. Wewe ni mwongo. Umenitumia picha ambazo hata Ismail anazo kwenye simu yake na tena umeziedit kabisa hizi. Ndivyo alivyomtetea mkewe mbele yenu, si ndio? Nenda kamuulize huyo Ismail kama hanifahamu mimi. Alisema Cholo na kuona haina haja ya kumwambia hayo Karen. Ngoja nikuonyeshe kwamba namfahamu. Aliandika namba za Ismail na kumpigia. Wakati wa Ismail alikuwa akizama ndani ya gari lake baada ya kumaliza tofauti zake na Victor. Halo? Habari mwenzangu. Najua utafurahi kusikia sauti yangu. Cholo. Kumbe unafahamu mpaka jina langu. Jana nilimtumia yule mkeo mwingine picha zangu na Amaila, lakini naona haijasaidia, maana nilikuwa nikimtegemea Amaila nje ya gate lenu kwa usiku mzima, lakini hakutoka. Ina maana kwamba hajafukuzwa. Siku nikikutia mkononi mwangu utafurahia Cholo. Unadhani kwamba naweza nikawa mjinga kama usiku ule ulivyokuwa umeitrack simu yangu na ile ya mwanzo? Hivi uliamini kwamba picha za mkeo ziko kwenye ile simu tu? Nitakana ni familia yako ni kwa kiasi gani wanaweza kumvumilia Maira? Au wewe mwenyewe hapo? Cholo alikata simu na alifanya sakali na muamini. Kumbe Ismail anafahamu kwamba Maila alikuwa akimchiti na wewe. Ndio. Ila nadhani hafahamu siri moja kubwa sana kuhusu Maila. Siri gani hiyo? Unashinga ngapi kwa sababu hii siri ni kubwa na inahitaji fedha za kutosha. Pia nikikupa siri hapa huna haja ya kumpeleka Ismail, unaweza kuipeleka polisi tu na ikaharibu kila kitu unachokifahamu kuhusu Maila. Yaani kila kitu yani. Una nini wewe? Akauliza Karen akiwa na shauku kweli kweli. Milioni 30. Alizungumza Cholo akitazama kama kuna watu ambao wanawatizama wao. Alipoona amna, akaplay video moja na kumonyesha Karen. Alishangaa Karen baada ya kumwona Maila akirusha kiberiti katika nyumba ambayo ilianza kuungua moto, na alitembea kuelekea Cholo ambaye alipomwona amemkaribia kwenye gari alistopisha kurekodi ile video. Unafahamu hii familia ya nani aliyochoma moto? Ile familia mzee mmoja hivi ambaye alikuwa akielekea kustaafu. Serikali pia mpaka leo hii inamtafuta muuaji. Sikuweza kufanya biashara nao kwa sababu wangesema ni raia mwema. Sitaki kabisa kuwa raia mwema mimi. Nataka hela mimi. Vipi, unafikiriaje kuyaharibu maisha ya Maila kwa milioni kadhaa tu? Aliulizwa Karen ambaye baada ya kufikiria kwa sekunde kadhaa aliona ni sawa tu. Hana hata akaunti yake pia ikiwa empty kwa kumpa pesa zote Cholo. Ila Amaila lazima amekipata. Alitoa cheki na kuandika hela ambazo Cholo alikuwa amezihitaji japo zilifanya akaunti yake iwe empty. Cholo alitazama ile cheki na alishia kutabasamu. Alimtumia video ile Karen. Wakati akifanya hivyo Mr. Smart alikuwa yuko ndani ya gari lake. Lazima nijue ametoa kitu gani hadi akapewa cheki. Alisema hilo Mr. Smart na kumfuatilia Karen. Alipotoa tu simu yake akiwa anazungumza Karen, Mr. Smart alipitia kwa kuipokonya. What? Alishangaa Karen imekuaje simu yake imepitiwa na ameilipia zaidi ya milioni 30. Alianza kupiga kelele kama kichaa. Amaila alipiga simu Mr. Smart baada ya dakika kadhaa. Kuna hatari hapa? Hatari gani? Aliuliza Amaila kwa sauti ya chini kwa kitafuta pahala pa kwenda kuzungumza na simu. Ni Cholo, ana video yako moja ya mauaji na kama itamfikia Ismail itakuwa ni mbaya zaidi. Mpumbavu yuko wapi? Akauliza Amaila. Alitoka kasino tu maana alipokea cheki kutoka kwa Karen. Karen ana hiyo video. Hata usijali, nimeshachukua simu yake. Huyu Cholo atanifahamu mimi ni nani. Hana hata masaa 24 mboyo. Amaila alivaa sura ya uhalifu na sasa alielekea chumbani kujiandaa kwani Ismail hakuwepo hapo tena. Cholo alienda moja kwa moja kwenye kasino baada ya kutoa pesa na alikuwa ameanza kuchezea sasa fedha zake. Juma na yeye alikuwa amefika na sasa mchezo ulianza. Bosi ana milioni 30 huyo. Aleta taarifa za mfanyakazi wa pale. Weka mtu wetu pale akombe pesa zao zote. Sawa. Upande mwingine ni kwamba Meshi aliingia kwenye simu ya Maila akiwa yuko ndani ya gari na alibadilisha njia akaelekea kasino ambalo alitumiwa jina lake. Alifika na kuvaa nguo za mmoja kati ya wahudumu wa kike wa pale ndani.
Akiwa anamfuata Cholo na silaha yake, alimwona Juma na alirudi nyuma kwanza kidogo atizame namna gani anaweza kufanya jambo la kumuua Cholo kwa usahihi sana. Akiwa pale alishangaa kumwona Ismaili ambaye alichukua kofia na kufunika uso wake vyema. Ismaili aliita kwa mshangao na alibeba tray la vinywaji akaweka silaha yake chini kama alivyokuwa amefanya Amaila mwanzo. What? Alishangaa Amaila akitabasamu, na Ismaili alipofika pale hakuzungumza, alinama na kumchapa risasi kwenye moyo kisha akainuka. Watu akiwa hawaelewi wanaendelea kucheza tu, aliamini kwamba ameshtuka baada ya kuliwa kwani aliganda vile vile. Ismaili akaondoka zake na silaha yake iliyokuwa silence. Amaila ndo alipata raha zaidi kwa kile alichokuwa amekifanya Ismaili. Kumbe watu wauaji tu washenzi hao. Ghafla tu Cholo akadondokea meza na watu wakazidi kucheka. Muinue huyo game bado unaendelea, alisema Juma, na alipokuwa ameinuliwa Cholo wa watu walipiga kelele pale baada ya kuona damu zikiwa zimetapakaa kwenye meza. Cholo alifariki pale pale na bosi wa kasino alitoa amri azikwe tu mbali huko na mwili wake usiwahi kupatikana. Huwezi kuamini hicho ninachotaka kukuambia. Kuna nini? Ismaili amemua Cholo. Yaani shwa, nimempenda zaidi huyu mwanaume, alisema Amaila akiwa na mwadisia Mr. Kismart. Wewe uko serious? Ismaili huyu. Kwa hiyo umemua bro? Aliuliza Samuel. Ndio, ilikuwa ni ngumu kumua yule mwanamke mara ya kwanza, kila sio huyo mpuzi. Nimefanya kama ninavyoangalia kwenye movie na imewezekana, alijibu Ismaili, ila alikuwa na hema hatari. Alirudi nyumbani usiku na alishangaa maandalizi yanaendelea chumba na namna kilivyo. Amaila aliita Ismaili na Amaila alijitokeza kisha akambusu. Na kupenda sana wewe mwanaume, na leo nimekupenda zaidi, alisema hilo Amaila na kuanza kumvua koti lake. Wewe ulikuwa ni upuzi kali, mwezaje kutoa fedha zote zile benki? Haya, tunaishije kwenye hili jumba bila chakula? Sasa nakwambia fanya utakavyoweza kufanya, nataka hizo fedha haraka sana ndani ya akaunti. Ile akaunti ilikuwa ni yako na yangu, kumbuka hilo. Mama nisamee sana mama. Alizidi tu kuomba radhi Karen akiwa analia tu. Upande mwingine naye Vili alishindwa ile kesi na akabaki kuwa askari wa kawaida tu, ila mwenye bidii ya kazi yake. Eti mwisho usalama uko serious kweli? Mbona kama vile simuzi kuna nilafu na tuambia eti ndo mwisho? Na mimi sio mtunzi wa jamani, eti ndo mwisho eti hivyo tu yani. Kwani si tungeangalia vile Karen sio Karen. Tungeangalia vile ambavyo kwanza wameishaje Karen na Ismaili na Maira. Sema sawa, hamna namna, tuishie tu hapo, mimi nitafanyaje sio mtunzi. Ulikuwa na director wewe, ni msikilizaji ni wewe hapo. Saluma katuacha njiani, tutampigia simu tumwambia tumalizie simulizi yetu, lakini usisubirie kwa sababu usijui kama tumalizia. Tutaenda kwenye moyo mweusi, tutakuwa na kisanga kimoja cha huyo bwana Nicholas na huyo mwanamke dada wa mpenzi wake Aliana, ambaye yeye alikuwa anataka ndoa ili aweze kutoa damu kwa ajili ya mdogo wake wa kambo. Akatoa damu, ndoa ikafungwa. Kwenye hiyo ndoa sasa moto uliwaka. Moyo ni mweusi wa nani sasa? Tutajua katika simulizi mpya. Mpaka wakati ujao, bye bye. Na tuwe pamoja ndani ya YouTube channel Simulizi Mix, lakini pia WhatsApp pale 0677062012. Ukituma ujumbe unaunganishwa kwenye WhatsApp channel na kunapata updates kibao na masimulizi mengi yanaendelea huko kwa YouTube. Hayaji na hayatakuja. Tukutane huko kwa burudani zaidi. Bye bye.